ikiwa ni hadithi ya Tabitha. Leo ningependa kuangalia kitengo fulani cha jinsi ya kumtumikia Mwenyezi Mungu. Na ni kumtumikia Mwenyezi Mungu katika kupangua ratiba za kuzimu. Praise the name of Jesus. Serving the Lord by undoing satanic programming. Serving the Lord by undoing satanic programming. Na mimi nataka kusema hivi kwamba pana mambo mengi yanafanyika kwa maisha ya watu na watu wanashangaa mbona imefanyika na imefanyika kwa nini? Mbona mtu akaamua akiwa kwa akili zake timamu achukue hatua kama hizo? Na watu wanaposhangaa aliyechukua hatua kama hiyo haoni ikiwa hatua mbaya, haoni likiwa jambo lolote baya. Nikiandaa makala haya kushiriki siku ya leo, nakumbuka nikiwa mwalimu mwalimu mkuu katika shule fulani, na metron ambaye tulikuwa tumekaa naye kwa muda mrefu, alikuwa amekaa kwa ile shule kwa muda mrefu tangu alipoachana na mume, watoto wake wakawa wamesomea pale, akawa analipwa vizuri, ameaminika na wenye shule na kadhalika. Asubuhi moja akaamua na akasema mimi naenda. Kaulizwa shida ni nini? Hakuna. Kama ni mshahara tukuongezea, akakataa. Na mambo mengine kama yale. Nilipokuwa nazungumza naye, maana tulikuwa tumekaribiana kwa kiasi cha haja, akanieleza yeye hakujua ni nini, na sasa ameenda kukaa kwa dada yake, wameanza mafarakano na dada yake na mambo kama yale. Hajui kwa nini alichukua uamuzi. Na akasema hata mume wangu tukiachana hakuwa amenikosea chochote. Tulikuwa na wakati mzuri, tulikuwa hata tumeenda matembezi mahali, nature walk, na tukawa na jioni njema na tukamaliza, lakini nikahisi tu siku hiyo jambo linaniambia niondoke. Bwana asifiwe. Na nikaondoka nikaenda. Rongai tulikuwa na jirani yetu mmoja ambaye alikuwa wao wanaitwa rapporteur, UN rapporteur, special rapporteurs. Ni cheo kikubwa sana kwa Umoja wa Mataifa. Na akawa na mshahara mkubwa sana, akawa analetwa na magari ya serikali ya kimataifa nyumbani, analetwa na askari na kadhalika. Asubuhi moja akaamka akaandika barua, praise the name of Jesus. Akaenda akajizudu kazi. Kabla ya watu kujua nini kimefanyika, mke wake alizungumziwa sana na wakubwa wake, akaambiwa utajutia uamuzi wako. Yeye akasema nimeamua na nimeamua. Na akaandika barua akajiuzudu. Basi wakati kulianza kufuatiliwa mambo yake ya barua, wakaandika barua nyingine kusema amekuwa na shida ya ugonjwa na akili na nini, anatibiwa, lakini tayari maji yalikuwa yameisha mwagika. Sasa ni mlevi wa kijiji jirani yetu Rongai. Mimi nataka nikwambie hivi mpendwa, kwamba maisha ya kiroho mtu anaweza kupangwa. Anaweza kupangwa mbinguni ambayo itakuwa na baraka, na anaweza kupangwa kuzimu ambayo itakuwa na hasara na kilio. Nilikuwa nasikia wakuu wetu wa serikali wakati fulani wakisema hatupangwingwi. Huo msemo ulikuwa Kenya. Bwana asifiwe. Na mimi nataka kukuambia kwamba rohoni mtu anaweza kuratibiwa. Akaamka akafanya mambo mazuri na ya kipekee, maana Mungu amemratibu. Ama anaweza kuratibiwa kuzimu, akawa kila uamuzi anafanya, kila hatua anachukua ni ya hasara, ni ya kurudi nyuma, ni ya kilio, ni ya machozi. Dunia nzima ikawa inamwangalia, inashangaa. Inawezekanaje mtu akafanya hivi? Lakini yeye anaona tu yuko sawa. Praise the name of Jesus. Amen. Nataka kuzingatia maeneo 6, mengine tayari tumeisha yajadili mbeleni, lakini niliona ni muhimu tuyajadili yote, mapya na yale mazee. Tuone haya maeneo mapya ambayo mtu anaweza kuratibiwa, na jukumu lako wewe kama mwana wa Mungu, jinsi unaweza kupangua kile kimeratibiwa. Na basi maisha yako yakawa yanaenda kwa ratiba ya Mungu au mpangilio wa Mungu. Wakati unafanya uamuzi, uwe ni uamuzi ambao unamletea Mungu utukufu na unainua maisha yako. Praise the name of Jesus. Sehemu ya kwanza ambayo mwanadamu anaweza kuratibishwa ni sehemu ya majira yake ya maisha. Someone's seasons in life can be programmed negatively or positively. Na nataka niseme hivi, tutaangalia maandiko mawili tu. Mtu anaweza kuwa amekuwa kwa shida kwa muda mrefu sana, anaweza kuwa ameteseka na ukosefu na magonjwa na vita na chochote kile kibaya,
na Mungu akawa ameandaa majira mazuri ya kumtoa yule mtu kwa hiyo hali na kumuingiza katika hali ya kupumzika. Lakini huyo mtu akapanguliwa hayo majira na mateso yake yakaendelea. Nitasomewa kwa Kiswahili 2 Kings 7:2, Wafalme wa pili 7:2. Mimi nitasoma kwa Kiingereza. Hapa ni Israeli, Samaria wamekuwa na njaa kwa kipindi kirefu kwa sababu ya kuvamiwa na adui zao. Wamekosa maji, wamekosa chakula, na sasa ujira wa mvua na utele wa chakula umefika. Lakini mtu mmoja anafanya kosa dogo sana na haya majira yanampita. Na kando na haya majira kumpita, jambo baya zaidi linafanyika yalivyokuwa. Nasoma Wafalme wa pili 7:2, inasema hivi: The personal attendant of the king said to Elisha, "That can't happen, not even if the Lord himself were to send grain at once. You will see it happen, but you will never eat any of the food." Elisha replied. Mstari wa 17 unasema hivi, maana sasa hapa ndio inatukia hili linafanyika. It so happened that the king of Israel had put the city gate under the command of the officer who was his personal attendant. The officer was trampled to death there by the people and died, as Elisha had predicted when the king went to see him. Yule afisa ambaye mfalme alikuwa anauegemea mkono wake akamwambia yule mtu wa Mungu, "Tazama, hata kama Bwana atafungua madirisha ya mbinguni, je, jambo hili litawezekana?" Elisha akajibu, "Utaona kwa macho yako mwenyewe, lakini wewe hutakula chochote kati ya hivyo." Mstari wa 17. Basi mfalme alikuwa amemweka yule afisa ambaye mfalme alikuwa anauegemea mkono wake awe msimamizi wa lango. Nao watu wakamkanyaga walipoingia langoni, naye akafa, kama vile mtu wa Mungu alivyokuwa ametangulia kusema wakati mfalme alipofika nyumbani kwake. Asante. Wapendwa, hao watu walikuwa wengi wamekufa njaa. Ukisoma hiyo historia nzima, utaona hata wamama wawili tayari walikuwa wamekubaliana kula watoto wao. Mmoja akamtoa wake wakala, mwingine akakataa, na wakapeleka kesi kwa mfalme. Mfalme akaamua Elisha auliwe. Elisha akasema, kesho kwa malango ya Samaria muda kama huu chakula kitakuwa ni kama cha bure kwa sababu ya utele wa chakula. Huyu msaidizi binafsi, the personal attendant to the king, assistant to the king, akamwambia iwezekani hata Mungu akifungua dirisha zote za mbinguni. In a moment Elisha uttered something, na yale maneno ya Elisha yalibadilisha majira ya huyu mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kama msaidizi binafsi wa mfalme, alikuwa kwa nafasi nzuri ya kula na kunywa na kufurahi zaidi ya Msamaria mwingine yeyote. Lakini kwa sababu alikosea dakika ya mwisho kwa neno la nabii wa Mungu, nimewambia majira yanaweza kupinduliwa mbinguni ama kuzimu. You can be programmed from either side. Kwa hivyo yake, kwa hasira ya mtumishi wa Mungu, his life was programmed negatively. Akaambiwa utaona utele wa vyakula, urejesho wa majira, lakini wewe hutafanya nini? Hutakula. That's how he missed it. Maandiko yanasema huo utele wa chakula ulipotokea, ni kweli yaliona, lakini kwa sababu watu walifurahia, watu walichangamka, watu wakajaa kwa lile lango, na yeye ndiye mfalme. I want you to see what is happening. Huyu mtu hakukuwa mlinda lango kwa kawaida. Kazi yake ilikuwa ni nini? Kumsaidia mfalme kwa majukumu binafsi. Was a personal assistant to the king. Lakini ili neno la Mungu litimie, maana aliambiwa ataona lakini hata kula, alitolewa kwa ofisi ya mfalme, akawekwa wapi? Akawekwa wapi? Malangoni, ili neno la Mungu litimie. Maana program imewekwa upya, ratiba imepangwa mpya kwa kinywa cha neno la mtu wa Mungu. Neno hilo la Mungu lililo la hasira ya mtumishi wa Mungu ilipotamkwa, ikamtoa pale alikuwa kwa ofisi. How do you move somebody from the king's palace as a personal assistant to the gate as a gateman? Mnaona kwa kawaida hilo linawezekana, wapendwa? Kwamba mtu ni msaidizi binafsi. Msaidizi wa binafsi wa mfalme anafanya nini? Anampangia ratiba, anampangia matukio, anamsaidia mambo fulani ya kibinafsi. Naenda ukanunue hii, naenda upeleke hii. That is the work of a personal assistant.
Lakini kwa sababu ratiba imebadilishwa kiroho, alitolewa kwenye jumba la mfalme, akaekwa wapi? Langoni, ili apate kukanyagwa. Akakanyagwa na watu. Ni kweli aliona huo utele, lakini hakula, akafa, mambo yake yakaishia pale. Huo ni mfano wa mtu ambaye ratiba yake imebadilishwa. Majira ya urejesho, wingi wa chakula na utele umefika, na wanafaa kutoka kwa kiangazi na njaa na mateso ya njaa. Na wakati majira yanafika, kwa kosa moja la kutoamini na kushuku neno la Mungu, ratiba ikabadilishwa. Hiyo ratiba, kwa maneno ya nabii Elisha, ikamtoa kwa nyumba ya mfalme, kwenye ofisi ya mfalme alikokuwa msaidizi wa hatima, ikampeleka langoni kama mlinda lango, mahali ambapo si pa heshima, ili akanyagwe yafe. Na mimi napenda kujiuliza, ratiba ngapi zangu zinaweza kuwa zimebadilishwa kwa neno kama hilo? Wakati neno la Mungu limetamkwa, wakati tumepewa mwelekeo, lakini tumeamua kutoamini, na badala ya ratiba ya Mungu kufanyika, inapinduliwa kwa hasira ya Mungu. Inatutoa mahali pa ukuu, pa ofisi, inatuweka malangoni, mahali pa kukanyagwa, na tuone wema wa Mungu na tusile. Tutakataa roho ya kuona bila kula, katika jina la Yesu Kristo. Kwamba wewe unashuhudia tu, unasema mimi nilikuja Kitengela 30 years ago, hapa ulikuwa ukisimama unaona mwisho wa Kitengela. Haya majumba yote na magorofa na ofisi yamejengwa nikiwa wapi? Kitengela, lakini hakuna yako hata. Ni roho ya kula bila kuona, bila kula. Hii university imejengwa, ile imejengwa, nimeona wamegraduate miaka mingi sana, lakini hakuna mtoto wako hata mmoja amefanya nini? Amekuwa na mahafala kwa hivyo vyuo vikuu. Roho ya kuona bila kula, tutakataa. Ratiba ya mtu inaweza kubadilishwa kimsimu, majira yake yakaenda. Nataka tuangalie mfano mwingine kama huo, lakini sasa hii ratiba imebadilishwa na wana wa kuzimu. Na ni kutoka kwa wana wa Israeli kule Misri. Walikuwa kwa mateso na machozi. Na Mungu alipokuwa anafanya agano na Abrahamu, alipeana kiwango fulani cha miaka ambacho hawakustahili kukaa zaidi pale Misri. Lakini tunaona walipitisha miaka hiyo kwa sababu ya madhabahu ya Misri. Sote tunajua Misri walikuwa wanafanya kazi gani? Walikuwa na uganga. Farao alikuwa na miungu yake ambayo ilikuwa katika mto Nili, River Nile, na alikuwa anamkia pale kuoga kila asubuhi na kufanya ibada zake pamoja na nyumba yake nzima. Ndio sababu adhabu Mungu akamwambia Musa, geuza macho ya mto Nili yawe damu, maana ilikuwa anajua anakausha miungu ya Misri. Na kwa hivyo hawa wana wa giza walifanya Israeli, hata majira yao ya kiungu yalipofika ya kutoka kwa utumwa kwenda kwa uhuru, wakakawia miaka zaidi. Nataka nisomewe Mwanzo 15, 13 na 14. Genesis chapter 13 verses chapter 15 verses 13 and 14. Majira ya kwanza yamegeuzwa na Mungu, majira ya pili yamegeuzwa na wana wa kuzimu. Kisha Bwana akamwambia, ujue hakika kwamba wazao wako watakuwa wageni kwenye nchi ambayo si yao. Huyu ni Mungu anazungumza na Abrahamu, anafanya agano. Anamwambia ukoo wako nitaupeleka kwa nchi mpya ambapo watakuwa watumwa. Nao watafanywa watumwa na kuteswa kwa miaka 400. Kuteswa kwa miaka mingapi? 400. Lakini nitaliadhibu taifa lile watakalolitumikia kama watumwa, na baadaye watatoka huko na mali nyingi. Watatoka huko na mali nyingi. Sasa Mungu amezungumza miaka 400. Nataka tusome Kutoka 12:40. Badala ya miaka 400, majira ya miaka 400 yameisha, wanafaa kuingia kwa uhuru wao, lakini wana wa kuzimu walibadilisha mambo na mambo yakawa tofauti. Walichukua miaka zaidi kule, na tutaona sababu yake. Exodus 12:40. Kutoka 12:40. Waisraeli walikuwa wameishi Misri kwa muda wa miaka 430. How many more years? How many more? Sasa watu walikuwa wanaogopa hesabu, wameanza kushangaa pastor na hubiri nini. Hiyo ni rahisi. Mungu alisema wakae miaka ngapi? 400. Wamekaa ngapi? How many more years? Kwa sababu gani? 2 Timothy 3:8. Wana wa kuzimu ndio walichukua nafasi na wakasema hawa, japo Mungu wao alisema ni 400,
na miaka yao ya kukaa huku imekwisha, nitawaongeza 30. Na hata wangeongeza zaidi kama si Mungu kuingilia. 2 Timothy 3:8. Kama vile Yane na Yambre walivyopingana na Musa, vivyo hivyo watu hawa hupingana na ile kweli. Amen. Vile vile watu hawa kuna watu walikuwa wanapingana na watu kwa hilo kanisa la Timotheo. Na Mungu anamwambia sasa, kule Exodus kutoka hatukuambiwa majina ya hawa wachawi. Waligeuza nyoka, walifanya mambo mengi. Lakini hapa Paulo kwa ufunuo wa Roho Mtakatifu amewajua. Anawaita Janes na Jambres. Anasema hawa ndiyo jamaa ambao walisimama kuhakikisha makusudi ya Mungu kwa Israeli hayatimii kwa kumpinga Musa. For how many years? For how many years? Ni mambo ngapi mtu anaweza kuwa amefanya kwa miaka 30? Huyo si ni mtoto ulimzaa akasoma akawa na kwake na nyumba yake. Bwana Yesu asifiwe. Shetani akiwa amekushikilia mahali pamoja ili hali majira yako ya kiungu yamefika. I pray that none of us will have our seasons satanically reprogrammed in the mighty name of Jesus. Kwamba kile Mwenyezi Mungu alikupangia wakati wake ukifika, ratiba ya Mungu ikifika, itatimia kwa ratiba hiyo. Kama alikuwa kupumzisha kwa jambo fulani, vile alikuwa kupumzisha Samaria na njaa, usiwe wa kuona wengine wakila ukifa. Na kama majira yako ya kiungu yamefika, wana wa kuzimu wasiwe watakuweza nguvu na kukupinga na kuendeleza shida yako wakati Mungu ameamua uwe umetoka kwa hilo shida. Praise the name of Jesus. Jambo la pili ambalo linaweza waratibisha kiroho kwa maisha yako, na hili najua huenda likawashangaza wengine, ni wanyama. Praise the name of Jesus. Animals, both domestic and wild, can be programmed into your life. Na kila mnyama ana maana yake. Animals, wild and domestic, can be satanically programmed into your life. Na kila moja yake ina maana. Na wenda wengine wenu mnashangaa kwa nini. Mungu ni Mungu wa mifano. Katika Ufunuo kuna maandiko yanasema kulikuwa na viumbe vinne vyenye uhai mbinguni. Kiumbe cha kwanza kilikuwa na sura ya nini? Ng'ombe. Kiumbe cha pili kina sura ya nini? Simba. Asante, namsikia mtu akitaja kwa woga. Mnyama wa tatu kiumbe cha tatu chenye uhai kina sura ya nini? Tai. Na kiumbe cha nne kina sura ya nini? Mwanadamu. Mungu anasema nini? Kila mojawapo ya hao wanyama, ungekuwa ushatusomea hilo andiko. Kila mojawapo ya hao wanyama, the four living creatures, has a meaning. Lion ama simba anasimamia nguvu za kiungu, ufasaha wa kulenga kitu na kutoshindwa. Tai anapaa juu sana, hatishwi na mawimbi. Mawimbi yakimaliza ndege wengine, yeye anapaa juu ya mawimbi. Whether windstorms or water storms, he soars above them. Anafungua tumbawa zake, anasukumwa na mawimbi, anaenda atakako. Kwa hivyo inasimamia ukuu wa Mungu zaidi ya kila kitu kingine. Kuna uso wa ng'ombe, an ox, ambao walikuwa wanatumika kwa sababu ya kazi ya shambani sana kwa wakati huo na usafiri. Na Mungu anaongea na wanadamu na kuambia, mimi ndimi Mungu ambaye nabebea watu mizigo. Praise the name of Jesus. Ninawatoa hatua moja ya maisha, ninawapeleka hatua nyingine. Sura ya tatu ni ya mwanadamu. Na Mungu anasema, mimi ndiye Mungu mwenye wanadamu wote. Anavyosema katika kitabu cha Yeremia 32:27, I'm the Lord God of all flesh. Is anything too hard for me? Kwa hivyo anasema mimi ni Mungu wa wanadamu. Yesu anajiita mwana wa nani? Wa Adamu. He's identifying with man. Sasa hawa wanyama ni muhimu sana. Wale ambao mnaota mnafukuzwa na ng'ombe wa kiume ama wa kike, kuna maana. Wale ambao mnaota mnaumwa na kunguni, there is a meaning. Wale ambao mnaota nyoka na aina ya nyoka na rangi za nyoka, kuna maana na imeelezwa sana kwa Biblia. Mimi nataka kukuuliza, Yanes na Jambres walikuwa wanatengeneza hawa wanyama wa kazi gani? Bwana asifiwe. Walipotengeneza nyoka, Musa akatoa nyoka. Walipotengeneza nzi, waliweza kutoa mpaka sehemu ya tatu. Wakasema hiki ni kidole cha Bwana, hatutaweza. What was the magic of animal production about? Huu uweza wa kutengeneza viumbe vinatokea kama wanyama na wadudu
ulikuwa wa kazi gani? Maana haikuwa tu iwepo kwa sababu ya starehe. La, wakati Musa anakuja kukomboa Waisraeli, basi wanaanza sanaa zao. Hizi sanaa zilikuwa na kazi na zina maana. Tusomee hapo mahali. Ezekieli 1:10. Kuonekana kwa nyuso zao kulikuwa hivi: kila mmoja wa wale wanne alikuwa na uso wa mwanadamu, na kwa upande wa kulia kila mmoja alikuwa na uso wa simba. Upande wa kushoto alikuwa na uso wa ng'ombe, pia kila mmoja alikuwa na uso wa tai. Bwana Yesu asifiwe. Hizo ndizo nyuso nne ambazo hivi viumbe vyenye uhai vinne walikuwa navyo. Nataka tuone mifano ambapo wanyama wametumika kwa Biblia ili kuratibisha maisha ya mwanadamu. Kuna mambo ambayo wanafanya. Mfano wa kwanza ni mfano wa Elisha ambaye anachokozwa kwa sababu ya upara wake. Vijana 42 walitokea wakamchokoza wakimuita mzee mwenye upara, bald head. Alipokasirika aliwalaani. Maandiko hayatuambii aliwaambia nini kuwalaani, lakini inatuambia tu aliwalaani. Na wanyama walitokea na wakatekeleza jambo fulani. Praise the name of Jesus. 2 Kings 2:23 and 24. Wafalme wa pili 2:23 hadi 24. Kutoka huko Elisha akakwea kwenda Betheli. Ikawa alipokuwa akitembea barabarani, baadhi ya vijana wakatoka mjini na kumfanyia mzaha. Wakasema, "Pa, wewe mwenye upaa. Pa, wewe mwenye upaa." Akageuka, akawatazama na kuwalaani kwa jina la Bwana. Akawalaani kwa jina la Bwana. Kisha dubu wawili wa kike wakatokea mwituni na kuwararua vijana 42 miongoni mwao. Bwana Yesu asifiwe. Walipomchokoza, they teased him about his bald head. Wakati hasira yake ilipanda, maandiko yanasema aliwatazama. Alipowatazama akawalaani. And then 2 she-bears, dubu wawili wa kike wakawatokea. Wakawafanya nini wale vijana? Wakawafanya nini? Wakawaangamiza. Vile Jambres na Janes walitumia nyoka na viumbe vingine Misri, hapa Elisha ametumia dubu wa pili wa kike ambao hawakuwepo. Wametokea tu na wakawamaliza hawa. Wapendwa, mimi nataka kukuambia, kama hujui, ratiba ya kuzimu hupangwa sana na kutumia hawa wanyama. Wakati Mungu anataka kuonyesha Yesu ni mwana wa Mungu, anaachilia Roho Mtakatifu kwa njia ya nini? The Holy Spirit descended on him like a dove. Mbona hakuja kama miale ya moto alivyowashukia mitume wakati wa Pentekoste? Animalistic symbolism. Itazamini, ina maana kila moja wapo. Ni kusema Roho Mtakatifu ni mngwana kama hua au njiwa. Vivyo hivyo, hawa wanyama kila mmoja wao kuna kitu wanaashiria. Kwa hivyo Elisha ametumia dubu wawili wa kike kuwafagia vijana hawa. Wajua, nimeona sana haya mambo. Nyoka ametokea amemuuma tu mtu akatoweka. Mwaka jana nilikuwa naitwa Mombasa. Kobe mkubwa sana amepatikana kwa nyumba ya mtu kwa orofa la 23. Bwana asifiwe. Kobe mkubwa sana, orofa la 13. Kobe akapanda orofa hii. A very fancy estate. Kubwa wa ajabu. Na haya mambo yanatokea na haya mambo yanafanyika. Mtu ameumwa na nyoka kwa ndoto. Alipoamka mwili wake ukawa si wake tena tangu hapo. Mtu alikuwa anafukuzwa na chui, anafukuzwa na simba, na tangu hapo mambo yamebadilika, yamekosa kuwa sawa. Kuna mtu mwingine anaitwa Man of God from Judah. Alitumwa na Mungu Betheli, mji mkuu wa Samaria, wakati dhambi ilikuwa imezidi, wakati wa mfalme Yeroamu. Akapewa maagizo na Mungu, akaambiwa nenda Betheli, utangaze hukumu hizi juu ya madhabahu ya Yeroboamu. Tangaza moto utatoka mbinguni na kuteketeza na kadhalika. Tangaza hakuna mtoto wa kiume atabaki kwa nyumba ya Yeroboamu. Baada ya hayo matangazo, kuna mambo matatu usifanye. Usile kule, pili usinywe kule,
3 usirudie barabara uliyoitumia kuenda. Bwana Yesu asifiwe. Yeye alipofanya mambo yale, pale Betheli palikuwa na nabii mmoja mzee aliyekuwa amepotoka, ameacha njia za Mungu. Aliposikia mambo hayo yote, akawaambia vijana wake, nileteeni punda mnilazie malazi. Akaondoka naye kumfuata, akamkuta ako chini ya mti amepumzika, maana jua ni kali sana. Akamwambia, mtu wa Mungu, nimetumwa kwako na Mungu. Na ulikuwa ni uongo. Bwana asifiwe. Mungu na mimi ni nabii kama wewe. Ameniambia turudi, tule, tunywe, ulale, utaenda keshoe. Nabii kijana akamwambia, Mungu alinikanya nisifanye hayo. Akamwambia, malaika amenitokea na amenieleza mimi nikueleze, twende tukafanye hivyo. Aliposikia malaika wa Mungu amemtokezea na yeye ni nabii, alikubali, wakaenda. Walipokuwa mezani wanakula na kunywa, Mungu akatumia huyu nabii mzee. Akasema, wewe kwa sababu haujanitii, hautarudi Yuda ulikotoka salama, na utauliwa barabarani na hautazikwa na watu wako. Nabii mzee aliyemdanganya sasa anatumiwa na Mungu. Baada ya hapo akamwandalia punda kumrejesha Yuda. Alipofika barabarani, simba akatokea, akamradua yule mtu wa Mungu na akamwacha nani? Punda. Kama ishara ya nini? Si simba wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Simba wa kawaida hapendi kumuua mwanadamu. Angevamia punda, amwache mtu wa Mungu. Na simba akawa amesimama pale, na mtu wa Mungu mwili wake ukawa pale chini, na hamguzi punda. Huyu simba si simba. Wale dubu wawili si dubu wa kawaida. Ungalikuwa pale kama mtu wa 43 kwa wale watoto waliomtusi Elisha, na wewe huku mtusi, hao dubu wawili hawangekugusa. Bwana asifiwe. Ungalikuwa unasafiri na huyu mtu wa Mungu kurudi Yuda, muwe kwa punda moja, hangekugusa wewe, angemshughulikia huyu, maana ni punda mwenye akili ya kutumwa. 1 Kings 13:20-26. Wafalme wa kwanza 13:20 hadi 26. Wakati walipokuwa wameketi mezani, neno la Bwana likamjia yule nabii mzee aliyemrudisha huyo mtu wa Mungu. Akampazia sauti yule mtu wa Mungu aliyekuwa ametoka Yuda, hivi ndivyo asemavyo Bwana, umeasi neno la Bwana na hukushika amri uliyopewa na Bwana Mungu wako, bali ulirudi na ukala mkate na kunywa maji mahali ambapo alikwambia usile wala usinywe. Kwa hiyo maiti yako haitazikwa katika kaburi la baba zako. Wakati huyo mtu wa Mungu alipomaliza kula na kunywa, nabii aliyekuwa amemrudisha akamtandikia punda wake. Alipokuwa akienda, akakutana na simba njiani, akamuua na maiti yake ikabwagwa barabarani, yule punda wake na simba wakiwa wamesimama karibu yake. Baadhi ya watu waliopita pale waliona maiti imebwagwa pale chini, simba akiwa amesimama kando ya maiti. Wakaenda na kutoa habari katika mji ambao imetosha tu. Asante. Punda hakuguswa na nani? Na simba wala mtu yeyote. Si watu walikuwa wanatizama punda yuko pale, hana vita na wanadamu wengine na hana vita na punda, maana ni simba wa kiroho, ametumwa kutimiza lengo fulani. Mfano wa mwisho katika wanyama kupangwa kwa maisha ya mtu ni mfano wa Misri ambao nimetaja, Exodus 7:10-12. Kuna vitu ambavyo vinapangwa na vinatokea kama wanyama. Kwetu kuna kabila moja ambalo marehemu naibu wa rais alikuwa kitambo, Michael Wamalo wa Baengele. Walikuwa na uwezo, wakitaka kukumaliza mlikuwa mkikosana, utaona tu rasharasha za mvua, alafu utaona jimbi jekundu. Ukiona a red cock, radi itapiga na utakufa na ulimi wako utatolewa nje. Hiyo ndio tulikuwa tunajua hii ni radi imetumwa. Bwana asifiwe. Kitokea ni manyunyu, hata kama ni wakati wa kiangazi, manyunyu yatatokea tu kidogo, alafu huyo jimbi atokee, jogoo akitokea, radi inapiga mtu, mwili unapasuka katikati, ulimi unatoka nje, alafu mvua rasharasha inaenda. Hiyo ndio ilikuwa kazi yao, hivyo ndivyo wanafanya. Kuna kabila moja la Wabahayo, subclan yao moja inafanya kazi na mamba. Mto unaitwa Suo. Wakati wa mafuriko, ili
mambo yatulie, lazima gari moja litaanguka pale mamba wale. Na niliwaeleza mmoja wao ambaye alikuwa jamaa wangu, alikuwa amechora mchongo wa mamba, amemweka pembeni mwake katika chumba cha kulala. Wanajua jinsi ya kutumia hivi vitu. Yes. Kutoka 7:10 hadi 12. Ndipo Musa na Aroni wakaenda kwa Fero, wakafanya sawasawa kama vile Bwana alivyoagiza. Aroni akaitupa ile fimbo yake mbele ya Fero na maafisa wake, nayo ikawa nyoka. Fero naye akawaita watu wenye maarifa na wachawi na waganga wa Kimisri. Wachawi na waganga waovu wakiongezwa na kina nani? Jannes and Jambres. Tumewasoma. Paulo ametuambia majina yao. Na wao wakafanya nini? Nao wakafanya vivyo hivyo kwa siri ya uganga wao. Kila mmoja alitupa fimbo yake chini, naye ikawa nyoka. Lakini fimbo ya Aroni ikazimeza zile fimbo zao. Asante. Ukisoma hiyo hadithi, walienda hatua ya pili. Bwana asifiwe. Musa na Aroni wakirusha na wao wanarusha. Wakaenda hivyo. Hawa wanyama walikuwa wa kazi gani wapendwa? Na tunaambiwa hawa ni wachawi na waganga. Wale ambao mnaona mkifukuzwa na chui ama leopard o cheetah kwa ndoto, Mungu anakuambia kuna mchawi wa kike kwenu na ana madhabahu na anawatesa. Wale wanafukuzwa kwa na ng'ombe bado ni uchawi, lakini ya kufunga nafasi ambazo zimetokea. Bwana asifiwe. Ukiona unataka kugongwa na ng'ombe wa kiume na ulikuwa karibu sana kupata kazi ama kibiashara kufunguka ama kununua shamba la kanisa vile sasa tunapangia kufungua, ukiona unafukuzwa na ng'ombe wa kiume, mtu wa Mungu anakuambia mchawi ameinuka na anapinga baraka ambayo imekaribia. Ikiwa ni ng'ombe ya kike, unajua ni mchawi wa aina gani? Wa kike. Wale mnaona mende, Mungu anawazungumzia, anawaambia mna utajiri lakini mmebadilishiwa utajiri ukawa nini? Umaskini. Interchanged form of blessing into poverty. Tunapatana wapendwa? Ukiona kunguni, unajua yako si utajiri wa kubadilishwa, wako ni umaskini wa ukoo. Unanipata? Umaskini wa wewe si wa kwanza kuteswa na hayo madhabahu. Kuna watu mbele yako wameteswa na wao na hayo madhabahu. Ukiona simba wanakufuata, Mungu anakuambia hayo madhabahu yamekukalia, yana nguvu sana na yamewatesa wengi kwenu. Haijaanza na wewe. Unataka kupita, unaona simba kwa barabara ama unawaona kwa mbali wanataka kukufuata. Wale ambao wanaona mbwa wanawafuata, unajua roho wa kifo wametumwa kupitia ukahaba. Mnanipata? Huyu ni mtu anapatikana na mume wa watu, anapigwa na uliwa. Huyu ni mtu kupitia uasherati anapata ugonjwa wa ukimwi na unamshinda, maana si mtu wa Mungu. Unajua Mungu anaweza kuponya ugonjwa wote, lakini yeye anashindwa, anawekwa chini. Each of these animals has a symbolic meaning. Na ndio sababu hao wachawi na waganga walikuwa nao, maana walikuwa wanatumia kupiga maadui wa Misri. Praise the name of Jesus. Kitu cha tatu that can be programmed into your spiritual life ni kukataliwa na maeneo. Places can be programmed to reject you. Wajua mimi nimeona watu wengi sana wamekuwa kwa mataifa yenye utajiri na mali na wamerudi wakiwa maskini zaidi ya walivyokuwa. Maana kila kitu walijaribu kuweka kule kilishindikana. Wengine Kenya wakajaribu kubadilisha miji. Wakajaribu Nakuru ikawa ngumu. Wakajaribu Mombasa ikiwa haiwezekani. Wakarudi Kitengela imekuwa ngumu zaidi. Na wanasema sasa tuende Ushago. Namjua mtu mmoja ambaye alikuwa kwa hiyo huduma na ameteswa na hilo, na angali anateswa nalo kwa kukataa kufuata maagizo. Ametembea maeneo mengi. Na yale tulimueleza yakaonekana ni mzaha kwake. Sasa mwaka wa pili baada ya hapo anaona yanaendelea kutokea. Kila mahali akienda ni kukataliwa. Kiweka biashara inaanguka, kitafuta kazi inashindikana. Places can be programmed to reject people, na ni kwingi. Na ndio sababu unaambiwa na Mungu katika Walawi 27:28, chochote anachopata mwanadamu akitie nini? Wakfu, dedicate that place.
Maana unapopatia wakfu unaita Mungu kukupigania. Even giving is a form of dedication, because unapeana mapato yako Mungu. Mwanadamu asiweze kupangua na kupanga atakavyo. Unaambiwa ukipata mtoto mlete kanisani atiwe wakfu. Unapangua ratiba za kuzimu ambazo zinafuata watu wa ukoo wenu unapomtia wakfu. Kazi yako ukiamzisha unaambiwa tia wakfu. Kila jambo tia wakfu. Ndivyo hayo maandiko yanasema. Chochote yapatacho mwanadamu, liwe shamba, awe mnyama, mfugo, awe mtoto, chochote yapatacho mwanadamu. Maana mahali panaweza kuwa pamepangwa. Kuna watu wanasema nilikuwa tajiri sana kabla ya kuhamia mji huu au ploti hii. Tangu nilipoingia hapo mambo yangu yote yakasambaratika. Tunakumbuka mfano wa Yoshua na Yeriko. Maana Yoshua alikuwa ameacha laana zake Yeriko kwa uchungu wa kile walipitishiwa. Na baada ya ule uchungu wa kile walipitishiwa, Yoshua akasema mtu yeyote atakaye thubutu kuujenga mji huu atamaliza msingi kwa gharama ya mauti ya nani? Kifungua mimba chake. Atakapozidi kuujenga kabla ya kutia paa, atamalizia paa kwa gharama ya nani? Ya mauti ya mzaliwa wake wa mwisho. Pakaja mtu mmoja miaka 278 baadaye, 278 years later, Hiel walks into Jericho. Anaangalia, anaona mji ni mzuri, unavutia, anashangaa kwa nini haujengeki. Akachukua hatia kujenga. Yoshua 6:26. Yoshua 6:26. Hajui ule mji umenenewa nini. Na ndio tunaambiwa ukiingia kwa mji cha kwanza fanya, ambia Mungu, misingi ya mji huu hautanitesa. Chochote kimepandwa kwa mji huu kinyume na makusudi ya Mungu kwa maisha yangu, Baba ngoa. Vyote vyangu vizuri ambavyo watu wa mji huu hawaruhusiwi kupokea, ninatangaza kwa jina la Yesu nitapokezwa. Usikae tu kama kipofu unaingia unaanza maisha. Kabla hujala pale, hujanywa maji, hujafanya chochote, na ndio mara yako ya kwanza kuingia. Hata kama umekaa na hukujua na umepata maarifa, do something about Kitengela. Wakati unaambiwa Kitengela inamaanisha miniskirt. Na wewe umeketi tu, na wewe ni mwanaume na unasema mimi nitalinda utakatifu, nitampenda mke wangu, sitajali mambo ya wanawake vipi. Naye roho ya Kitengela inasema hapa si kule umetoka. Hapa ndoa zisimami. Hapa miniskirt ndio zinafanya kazi. Sketi fupi. Hiyo ndio roho inatawala. Lazima ujichunge na uambie Mungu, roho ya miniskirt haitapata nafasi kwa maisha yangu. Haitapata nafasi kwa ndoa yangu. Haitapata nafasi kwa watoto wangu. You pray conscious, deliberate and well targeted prayers because you already understand something about the city. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unaenda tu mahali panaitwa Rongai na unaenda unalipa rent, unaanza kuishi. Unajui Rongai ni nini? Waanzilishi wa huo mji waliishi vipi? Walifanya tambiko gani? Walimwaga damu wa aina gani? Maagano yao na kuzimu yalikuwa nini? Alafu mambo yanaanza kuenda sehemu za gemnege. Unashangaa kuna nini? Huku dedicate your rental house, wewe uko tu hapo mahali umenunua shamba, hujafanya wakfu, umeanza tu maisha. Alafu madhabahu ya hapo yanaanza kupangua ratiba ya kiungu kwa maisha yako. Yanasema hapa tulialikwa rasmi, tulijengewa madhabahu, tulitolewa dhabihu, na mambo hapa yanaenda njia hii. Kabla utambue, mambo yote yameharibika. Naomba tusomewe Yoshua 6:26. Wakati ule Yoshua akatamka kiapo hiki akasema. Alitamka kiapo kama mtumishi wa Mungu. Aliyelaaniwa mbele za Bwana ni mtu atakayeinuka kujenga tena mji huu wa Yeriko. Kwa gharama ya mzaliwa wake wa kwanza wa kiume ataiweka misingi yake. Kwa gharama ya mtoto wake wa mwisho atayaweka malango yake. Yes. Honorable Hiel, ignorant as it were, anakuja hiyo miaka baadaye. Anaamua kufanya hajui nini mji, maagano gani mji umewekewa. 1 Kings 16:34. 1 Kings 16:34. Katika wakati wa Ahabu, Hieli Mbetheli akaijenga upya Yeriko. Sasa ametoka Bethel ameenda wapi? Yeriko, mji mpya. Bwana asifiwe. Yeye amezaliwa Bethel, bado ni Mwisraeli, lakini ametoka mji mmoja wa Israeli ameenda mji wa pili ambao ni Yeriko. Aliweka msingi
aliweka misingi yake kwa gharama ya mzaliwa wake wa kwanza Abiramu. Abiramu alikuwa firstborn. Alipomaliza tu foundation akazika Abiramu. Yeye anafikiria ni mauti ya kawaida, akaendelea na kazi. Na kuweka malango yake kwa gharama ya mwanawe mdogo Segubu, kulingana na neno la Bwana alilosema kupitia Yoshua mwana wa Nuni. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mtoto wa Mungu, maana alikuwa Mwisraeli, angekuwa na huo ufahamu angefanya jambo hili. Bwana Yesu asifiwe. Angeulizia, mbona Yeriko inakaa ni mahali pazuri sana na watu hawaendelei? Mbona kunakaa hivi? Nikamwambia kule tulikuwa tunakaa Rongai, wenye hapo maeneo mengine yote ya Rongai yalikuwa yameendelea, lakini ile eneo liko vile. Tukakuja kutambua mzee alikuwa na wake 4 na alikuwa amepanda vitu pale. Tukawa tunaomba, tulipatia wakfu bila shaka. Siku moja akawa amekuja kusukwa nywele na mke wangu, na akacheka akasema, "Bi, wajua Mungu anashika watu vile." Akasema huku kununua ni bure, lakini hakuna mtu atakaa. Tukapata ufunuo, tukajua madhabahu ambayo wameweka. Tulipopigana na hiyo misingi, wajua watu walikuja siku moja ni kama walikuwa wamefungiwa kule. Walikuwa mtu anakaa mji wa Rongai, ana uwezo na fedha wa kujenga shamba, ana shamba, lakini akili zake hazijai mwambia ana shamba. Walipokuja wakaja kudai shamba, ikabidi mkutano wa chifu umeitwa, maana hawa mama walitoroka. Kukawa na mkutano mkubwa na kesi, ikapatikana kuna watu 33 ambao waliuziwa na hawana. Na kuna watu ambao waliuziwa ploti moja watu 2 watatu. Maana walikuwa wanajua wamefanya nini? They have programmed the land. Kwa hivyo ungewahi fikiria kuenda kule. Wajua aliishia seli, sijui kama walitolewa. Sasa ungekuja tu pale na ufanye kile unafanya. Watu walikuwa wanakuja, mwezi mmoja ameenda, wiki 2 ameenda, ni kufurushwa, wanafurushwa rohoni. Maana ardhi imepangwa, na binti anacheka. Anasema wanunue tu, kununua ni bure, lakini hakuna mtu atakaa huku. Na hata baada ya kuomba, kuna bado wale walikuja na wakaenda. Lakini nafurahi wengi waliacha wamejenga nyumba zao. Kwa kipindi kimoja cha mwaka 1.5, lile eneo limebadilika. Kumejaa majirani kila eneo, nyundo zinalia kila mahali. Magari ya michanga na rasilimali za ujenzi zinaingia. Maana anga ilikuwa imefungwa. Wakajua watauza mpaka Yesu warudi. Maana hakuna mtu atakuja kukaa pale. Marafiki, simpate hekima ya kiungu. Bwana Yesu asifiwe. Pata hekima ya kiungu. Ukifika mji na unaitwa Saika, uliza Saika ina maana gani? Historia ya mji huu ni gani? Ukifika mahali na kunaitwa Maimai, ulizwa haya maji ambayo si ya kawaida ya baridi yanatoka wapi? Utake kujua. Inaweza kuwa ni miili ya watu inachemshwa kwa hayo maji. Wewe usifike tu na kukaa kama mtu asiye na hekima. Kuna mji mwingine wa mwisho ulikuwa unaitwa Pagamo. Huu mji unaitwa Pagamo ulikuwa mji ambao ulikuwa na watakatifu. Lakini tunaambiwa kwa wakati huo kuna mtu alikuwa amejenga pale makao yake makuu. Na alikuwa ni nani? Alikuwa ni nani? Yes. Imagine umetoka nasema na your wife, ama mnasema kama Kristo wa Bwana ametubariki na pesa za shamba mwaka huu, wacha tutafute shamba la kanisa. Alafu mahali mnaenda kununua ni nini? Makao makuu ya shetani. Na niliwaambia Kitengela ndio headquarter ya madevil worshippers Eastern Central Africa. Kama hamjui jueni, na msiniulize nilijua aje. Jueni tu hivyo. Nyinyi ambao mnakaa na mnaona maombi ni kama favor kubwa mnafanyia pastor mkiitwa maombi. Jueni hivyo. Eastern and Central Africa headquarters ziko hapa. Wakati tunaongea juu ya madhabahu ya makao makuu ya shetani. Na kwa sababu yalikuwa makao makuu ya shetani, maandiko yanasema mtakatifu mmoja, muaminifu wa Mungu, aliuliwa pale akiwa tu mtakatifu. Maana hakuwa na ufahamu wa kujua mji huu umeratibishwa na kuzimu kama makao makuu ya shetani. Tusomene hapo. Revelation 2:13. Ufunuo 2:13. Miji inaweza kuratibishwa kiroho. Ninajua unakoishi, ni kule ambako shetani ana kiti chake cha enzi. Lakini umelishika jina langu, wala hukuikana imani yako kwangu, hata katika siku za shahidi wangu mwaminifu wa Antipa. Anazungumzia juu ya kanisa la Pagamo. Mmeteseka, hamjanikana, hamjaachilia neno langu. Hata siku za mtakatifu wangu Antipa. Antipa alifanya nini akiwa mtakatifu? Ambaye aliuawa katika mji mkuu wenu, ambako ndiko anakoishi shetani. Praise the name of Jesus.
Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of Jesus. Niulizie mtu unaishi wapi? Niulizie mtu unaishi wapi? Si hakuambia anakaa wapi. Unajua wengine wenu huwa nawaombea mkienda ushago, mkienda mkirudi mnaugua miezi miwili. Tena next time tunaomba unaenda unarudi unaugua miezi miwili. Akili yako haijaipata shika network ya kiroho ukajua haya magonjwa huwa natoa nyumbani. Makao makuu ya shetani. Utanunua tu shamba unaenda kukaa. Unafungua tu biashara unaendelea. Sema na vile nilikuwa Muigai nilikuwa nauza. Hujaitaka hata kujua Muigai alikuwa nani. Kwa nini haitwi Shavanji naitwa Muigai? Wewe umekaa tu. Bwana asifiwe. Nilipokuwa Kitengela nilikuwa tangu niende Muigai nimeisha, na huko tu pale unachukua pesa kwa banku unaweka kwa stock inazama. Unaambia mzee hata wewe chukua. Bwana asifiwe. Hata wewe chukua, anachukua anaweka inaenda. Hujajua Muigai alikuwa mzee tajiri, alikufa kwa ulevi na umaskini. Sijui kama ni hivyo, mimi najijazia tu. Nakupa mfano. Hapo yakawa makao makuu. Mtoto wa Mungu anafaa kufanya nini anapoingia kwa mji? Anapoingia kwa eneo ni nyumba mpya, biashara unaweka mpya. Unafanya vile Daudi alifanya. Alimwalika Bwana kwanza. Zaburi 24:9. Alitambua ule mji ulikuwa na wazee wa kiroho. Alipotambua mji una wazee wa kiroho, kuna jambo alifanya. Tusomee. Zaburi 24 mstari wa 9. Inueni vichwa vyenu enyi malango, vinueni juu enyi malango. Vinueni juu enyi milango ya kale. Ni milango ya lini? Wewe ndio umekuja leo. Wazee walikuwa hapa walifanya tambiko wakajenga madhabahu na wameacha wazee wa kiroho wanalinda mji. Daudi anasema inueni vichwa. Wewe wako vichwa wanakuelekea. Kuinua vichwa ni a sign of surrender. Alafu ili mfalme wa utukufu apate kuingia. 10. Ni nani yeye huyu mfalme wa utukufu? Ni Bwana mwenye nguvu zote. Yeye ndiye mfalme wa utukufu. Daudi alijua miji inatawaliwa na wazee. Na akajua hauwezi kuingia kwa hii miji kabla Bwana hajakutangulia. Akawaambia miji, malango ya kale, inueni vichwa vyenu, Bwana wa majeshi yaingie, maana wanashikilia malango. Wanasema Kitengela kanisa halitafika hapa. Wanasema Kitengela watu wa aina hii hawatainuka. Wanasema Kitengela hiki na hiki hakitawezekana. Sasa wewe ukitaka kuweza, maandiko yanasema Bwana jemedari wa vita aingie. Mtangulize Bwana. That's the essence of dedication. Bwana Yesu asifiwe. Ndio wa umuhimu wa kutia vitu wakfu, wa kutia mji wakfu. Chochote unapata. Ndio wale madhabahu ya mji, wale wazee ambao wanalinda malango, waachilie malango upate kilicho chako. Praise the name of Jesus. Kitu cha 4 ambacho kinaweza kuratibishwa kiroho ni uwezo wa mtu. A man's potential. A man's potential can be programmed satanically. Uwezo wa mtu au nguvu za mtu zinaweza kupangwa au kupanguliwa kiroho. Mtu ambaye alikuwa na uwezo mkubwa sana wa kufanya mambo akaishia kuwa kitu bure. Mtu ambaye alikuwa mfanyi biashara mkuu akaishia maskini wa mwisho. Mtu alikuwa anafaa kuwa msomi wa kiwango cha juu akawa anaishia bila shahada hata ya kwanza. Nguvu za mtu, uwezo wa mtu, a man's capacity. Wajua Waisraeli walikuwa na maagano na Mungu na walikuwa na nguvu za kipekee. Bwana asifiwe. Walipotoka Misri walipiga Yeriko, wakapiga mfalme mkuu sana aliitwa Og, wakampiga mfalme wa pili aliitwa Sihon, wakampiga mfalme wa tatu aliitwa Magog. Mfalme wa Moabu alipoona Waisraeli, kuna mahali alikimbia kutafuta nguvu. Bwana asifiwe. Hizi nguvu zilikuwa na lengo fulani. That's what I want us to focus on. Numbers 22:6. Nataka usikie mwana wa kuzimu anapomwendea mganga anachosema. Kile kinaweza fanywa nguvu zako. Mkashangaa mtoto amekuwa mwerevu hivi shule amerudi nyuma chini, kwa nini? Mtu ambaye alikuwa anapenda jamii yake mara moja amebadilika, ameitoroka, kwa nini? Mtu ambaye alikuwa anamcha Mungu mara moja ameingia kwa ulevi, kuna nini? Nguvu za mtu zinaweza kubadilishwa zikawa udhaifu. Uweza wa mtu unaweza kuibwa. Utajiri wa mtu unaweza kutawanywa. A man's potential can be reprogrammed satanically.
Na hivi ndivyo Balaki mfalme wa Balamu wa Moabu alimwambia, nimeona wamewapiga mataifa makubwa kunishinda na sasa wamenifikia. Kuna jambo mimi naomba unifanyie. Yes. Sasa uje kuwalaani watu hawa kwa kuwa wana nguvu sana kuniliko. Wana nini sana kuniliko? Wana nini sana? Na nini tamaliza hizo nguvu? Nini tamaliza hizo nguvu? Wakati unasikia mtu amerogwa, hiyo ndio kurogwa. Maana huyu ni mganga anaitwa na mchawi. Mfalme mchawi ameendea mganga. Anamwambia wana nguvu zaidi kuniliko. Kwa hivyo nguvu za mtu zinamalizwa na nini? Uchawi ukifanywa, laana inaachiliwa. Alafu unapolaaniwa au kinaporogwa, wana nguvu zaidi kunishinda. Kisha nguvu sana kuniliko. Kisha huenda nikaweza kuwashinda na kuwatoa nje ya nchi. Tunapatana wapendwa? Tunapatana. Wewe ambaye ulikuwa na nguvu kuwaliko, ulikuwa mwerevu sana darasani, ulikuwa na bidii sana maishani, ulikuwa na werevu sana wa biashara, ulikuwa na hekima nyingi ya kutunza ndoa, wanapokuwekea laana, kitu ya kwanza unashindwa. Praise the name of Jesus. Ya pili, yule ambaye ulikuwa umekalia anapata uwezo wa kukutoa. Ambia mtu watu utolewa. Si umwambie. Unaamka asubuhi moja unaona tu mimi sitaki hii biashara. Sitaki. Na watu wanakuambia hii biashara imekusomeshea watoto. Hii biashara imekupa makao. Hii biashara ni nini imefanyika? Sitaki. Si wewe. Ni kutolewa, umetolewa. Watu utolewa. Ndoa mlikuwa vizuri, umeamka asubuhi moja umebeba virago. Maana umeshughulikiwa. Nguvu zako zimegeuzwa, zimekuwa udhaifu. Unaamka unamwambia tumekaa pamoja for the last 10 years. Lakini vile naona it is good to give one another a break. Si wewe unaongea. Ulishughulikiwa. Kunakuwa hivyo. Watu mmetembea kwa pamoja vizuri, asubuhi moja mtu amebadilika. Na kila mtu anamshangaa hii direction huyu mtu anaelekea. Haoni anaanguka, watu wote wanaona ni wewe hauoni. Maana kiroho umeshindwa, kiroho umetolewa. Niweze kuwashinda, niwapige, niwaondoe katika nchi. It is good you know that your capacity can be reprogrammed. Bwana asifiwe. Yeah. Na njua familia ambayo mtoto alisoma vizuri anaitwa Vitalis, ameongoza shule. Kufika class 8 amepata E. Wazazi wameng'ang'ana kupata shule wamepata. Ameongoza darasa form 1 mpaka form 4 ametoka na E. Paka head teachers wanaandika barua NEC. Wana attach performance ya mtoto. Wanasema Moka amekuwa hivi. Ameongoza hivi, haiwezekani huyu mtoto akapata hii grade. Akawa mwisho wa darasa. Manuscript zinatolewa zinakuwa remarked. Inatoka E. Mtoto anaulizwa ni nini ilifanyika? Anaambia mama alikuwa anasema kwa ofisi nikiwa na wazazi wake hapa. Mimi nikiwa nje sijaingia kwa darasa la mtihani. Nakumbuka kila kitu. Nikipewa karatasi nakaa kila kitu imeenda. Kengele ikipigwa, karatasi zikichukuliwa, nikitoka nakumbuka kila kitu. Narudia invigilator na waomba more time wanakataa. Nikamwambia hakuna siku ulifanya homework ukapata kitabu yako ya hesabu imekatwa katikati page. Akasema nilipata hivyo. Nikamwambia hapo ndio mambo yako yalitengenezwa. Akili inafutwa kila kitu ikiwa kwa mtihani, ikitoka nje ya mtihani nakumbuka kila kitu. Mtu anakuwa very confident nje. Wakati anakaenda kwa interviewing panel anatetemeka kama matawi wakati wa mti. Paka mikono inajaa maji. You have been in those panels. Unamuuliza ni nini? Breathe in, breathe out. Akitoka nje yako compost. Akikaa pale nje na wenzake wanapiga story. Akiingia hapo hivi. Handkerchief. Anatoa. Anajipanguza. Ana sweat. Namwambia relax. Hapa si mahali pa watu kuuliwa. Ni mahojiano tu ya kazi ambazo umekuwa ukifanya. Anashindwa kuongea kabisa. Anastama. Maana rohoni amepangiwa siwa ipata nini? Kazi. Alafu interviewing panel wala recommend. Wanasema she lacks composure. She can't handle clientele in front office. Ni mtu ajiamini, hawezi shughulikia wageni katika ofisi ya mbele kazini. Na ni ofisi muhimu tena. Sana akitoka hapo wako confident. Hata ukimwambia tu si rais atatusi.
People can be programmed. Capacity ya mtu wa uwezo kubwa akawa ni kitu bure sana. Mambo ya kiroho wapendwa hupangwa. Hawa ni wachawi wawili wana wa kuzimu. Nataka kuonyesha mfano wa Mungu in Judges 5:20. Israeli walikuwa wanapigana na Kanani. Na Wakanani walikuwa na mfalme ambaye alikuwa anachukia Israeli sana. Wakati uwezo wa Israeli ulikuwa chini, kuna kitu Mungu walifanya wakaweza kushinda. Na wakampiga Sisera na wakamuua. Soma Waamuzi 5:20. Kutoka mbinguni nyota zilipigana, nyota kutoka njia zake zilipigana na Sisera. Mnaona vile Sisera alimalizwa? Mnaona vile Sisera alimalizwa? Alikuwa amejipanga na jeshi lake, akajua leo nafagia Israeli na maliza. Maandiko yanasema hata nyota waliungana wakampiga Sisera na Sisera akashindwa. Kuna mambo sana ya programming ya ulimwengu wa kiroho yanafanywa sana na maumbile, jua, mwezi na vinginevyo. Tutafika pale. Lakini nataka kukuambia kushinda kwa mtu ama kushindwa kwa mtu hakutegemei tu nguvu zake na uweza wake. Unategemea sana maagano ya rohoni. Na ndio sababu mnaona wakati wa kura, viongozi wenu wa kisiasa hawalali, hakuna mahali hawawezi kuenda. Ni nyinyi tu mnaamka kupiga kura bila kuomba. Mtu anaamka hakuna kitu cha maana amesema, lakini mnapiga makofi. Na mko hiari, mnaweza kuenda mkauliwa. Mnauliwa nyote, mnamalizwa. Akimaliza anaingia kwa serikali. Alafu shangazi yake anafanywa ambassador, mtoto wake anafanywa ambassador East African Community, ndugu yake anapata nafasi kubwa. Tena kura zingine zinakuja. Mnaenda mnauliwa, maandamano, na mnakufa kabisa. Na mnaamini lazima akuwe rais. Mkishauliwa anaingia, anafanya mambo yake, lakini but you never learn. Na si mwanasiasa mmoja, wengi wao wako hivyo. Wakati wa kuchaguliwa hawalali kwa nyumba zao. Hakuna mahali hawawezi enda, hakuna kitu hawawezi fanya. Maandiko yanasema hata nyota ikawapigania Waisraeli, Sisera akashindwa. Wale wanaweza angalia hizo vita wanaweza shangaa, Israeli ndogo hii. Sisera ndio inatawala ulimwengu kwa Kanani. Itawezekanaje akashindwa na Israeli? Kuna nguvu zaidi ya farasi na mpanda farasi. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of Jesus. That was divine intervention for the defeat of Sisera despite his might. Turudi pale tulikuwa Ufunuo 2:14. Mungu anazungumzia kanisa la Pagamo, na licha ya kulisifu kwa vitu vingi, kuna kitu kingine muhimu anakitaja. Anasema kuna roho iliachiliwa kitambo mkitoka Kanani, lakini bado inafanya kazi kati yenu. Hata hivyo, nina mambo machache dhidi yako. Unao watu wafuatao mafundisho ya Balaamu, yule aliyemfundisha Balaki kuwashawishi Waisraeli watende dhambi kwa kula vitu vilivyotolewa kafara kwa sanamu na kufanya uasherati. Asante. Wapendwa, hapa ni miaka zaidi ya 400 tangu Waisraeli walipotoka wapi? Misri. Lakini hao wachawi na waganga kuna roho waliachilia, na mpaka wakati hii bado inafanya kazi. Wanajua nguvu za Waisraeli ni kutembea na Mungu. Mungu ndio huwapigania, vile aliwapigania kinyume na Sisera kwa kutumia nyota. Lakini hiyo roho iliachiliwa, ina kazi mbili. Watu mahali waganga wamekuja, kafara zimetolewa, wanaenda kula hizo chakula. Tunapatana? Praise the name of Jesus. Cultural foods offered to demons. Watu wa Mungu kanisani wanaenda kula hizo chakula. Kitu cha pili, wakiisha kula hizo chakula, kwa laana ya Balaamu, hakuna mtu anaweza kuwa mwaminifu. Kila mtu ni dhambi ya uasherati tu. Na hawajui ni roho. Hao wanaona tu mwili inawaka, mtu anataka mume, mtu anataka mke. Hajui ni mambo ya kiroho. Have you ever known your lust can be manipulated demonically? Bwana asifiwe. Praise the name of Jesus. Yeah. Mtu anajipata tu uganga ndiye anapenda na uasherati anapenda na roho zingine. Sasa kuna watu wako addicted kwa betting na ndoa zinavunjika. Maana pesa haziwezi kaa kwa simu, zikiingia tu hawezi weka simu chini, simu inakaa charging akitumia usiku na mchana. Betting. Unaambiwa mpaka hivi sasa ameuza kila kitu kwa nyumba kimeisha.
amechukua loan M-Shwari na kila mahali, na zinaenda wapi? Betting, na hajaacha. Ni roho, yeye hajui, anaongozwa tu kufanya. Potential ya huyu mtu imekamatwa rohoni, uweza wa huyu mtu umeshikwa rohoni, biashara yake imeshikwa rohoni, pesa iishie Betika. Yeye hakuna mahali hayuko. Nilikuwa nafikiria Mamdori kazi yuko. Kuna mfano mwingine alimletea mtu anataka kuua mwingine na bunduki, polisi na mke wake, kwa sababu ya beti. Mama na mshahara mkubwa na hakuna kitu imefanya kwa nyumba, pesa yote beti. Ni huyo mtu hajijui, ni uweza wake wa kiroho umeshikwa. Hata wale mtu unaacha aje mke wako na watoto, unaenda Mombasa, unanunua shamba, hauna gorofa kwako. Hapa Kitengela mmekaa mmepangisha, lakini Mombasa umejenga gorofa. Paka wakati kazi inaisha ndio unafunguka akili. Unatafuta mtu mlikuwa naye hayuko. Unaenda kwa hizo nyumba, unaambiwa mzee wewe ni lagai, utawekwa ndani. All those years. Unarudi Kitengela after 14 years. Unaulizwa wapi stakabadhi zinaonyesha ulikuwa unamtumia pesa? Nilikuwa na withdraw napeleka cash. Hiyo ni mzee mwendesha trailer. Amejenga mtu hapa gorofa. Sasa wameletwa na mke wake. Kazi imeisha. Alikuwa na Mwarabu mmoja kutoka Sultana, alikuwa amemwamini na kampuni, anasimamia madereva wote na magari zaidi ya 30. Mizigo yote inaenda Zimbabwe, inaenda Zanzibar, inaenda wapi? Ya amesimamia. Napewa pesa ya kutengeneza magari, pesa ya mafuta, ya wafanyikazi, kila kitu. Alimalizia mtu hapo. Ajui hata huyo mwanadada anatoka wapi. Akiulizwa aseme anatoka wapi hawezi kusema. Una kitambulisho? Hakuna. Ni namba ya simu iko tu yenye sasa haifanyi kazi. Watu unaswa wapendwa. Hawa wanajipata kwa uasherati, hawajui ni roho ya zaidi ya miaka 400. Mwili unawaka tu. Hawezi kutoshelezwa na yeyote. Mahali waganga wako, kafara zinatolewa, hiyo ndio chakula anapenda, hajui ni roho. May God wisen us up. Mungu na atupe hekima ya kushinda katika jina la Yesu. Second last, kile kinawezwa shikwa ni mapenzi ya mwanadamu. The will of man can be arrested. The will of man. Akageuzwa tu. Wajua it should be Proverbs 22 what ninasema hata moyo wa mfalme huko kwa mikono ya Bwana, na kama mifereji ya maji anafanya nini? Anaigeuza atakako. You will confirm to me kama ni hapa. Mapenzi ya mtu yanaweza shikwa. The will of man can be arrested. Akakataa shule ama akaenda shule, akafanya kile anafaa kufanya ama akakosa kufanya kile anafaa kufanya. The will. Kule ya kwanza ilikuwa ni potential, uweza wake. Kama ni utajiri ukatawanywa, ndoa hapa ni kila uamuzi anafanya unaamuliwa kwingine. Pata mzee ameacha nyumba yake na mke wake na watoto wao 2 watatu, ameenda kwingine, amechukua mama na watoto 6, anasomesha, anafanya kila kitu. The will is arrested, hajijui. Kuna kitu inaitwa summoning in the spirit ambayo ufanywa. Unaitwa mpaka unaitika. Ukiisha itika basi mambo yako yamekwisha. Kile yote utaambiwa kufanya utafanya. Ukiwa umesimama kwa Mungu, huwa anaita unawageuzia mgongo. Kama umezama vizuri kwa Mungu, anaita damu ya Yesu inatokea. Saa zingine moto. Nimeona watu wakifukuzwa kule nilikozaliwa, maana nimezaliwa na hao watu, na anaambiwa wewe utaniharibia kazi yangu, toka hapo. Bwana asifiwe. Utaharibu nini? Kazi yangu. Maana yule mtu anajaribu kuita amezama kwa Yesu, na wakizidi kitawaharibikia. Si mnakumbuka Sauli akienda kwa yule mganga? You remember the witch of Endor? Mama alifanya nini? Alipiga mayowe wakati waliita Samueli, sura ya Samueli ikatokea. That is what happens when you are a child of God. Na umesimama. Haujajichanganya, hauna madoadoa, maisha yako ni Yesu 100%. Mama alipiga mayowe, akamwambia unataka kuniua, ni nani huyu anakuja? Maana ni Samueli alikuwa anavoitwa. Wakati wanaita nafsi yako na umejichanganya, unatokea. Wanapanda kile wanataka. Kila maamuzi unafanya maamuzi ya kipepo. Na hujui si wewe, ni kushikwa tu umeshikwa. Ukiomba pesa unatuma.
maana si wewe. Lakini mtoto wako akikuomba pesa ama mke, unakuwa mkali. Kule kwingine hauna shida ya kutoa. Na wengine wenu hata literally mchana unasikia unaitwa. Nimedili na cases kama hizo. Mtu anageuka vile Samueli alikuwa anafanya akiitwa na Mungu wakiwa na Eli. Atasema nasikia umeniita mara 3. Eli akajua ni sauti ya Mungu. Mapepo pia huitwa watu. Ukasikia kabisa unaitwa, ukaitika, ukaangalia hakuna mtu. Kuna mahali umeitika. Wewe unaona hakuna mtu, lakini kuna watu na wamekuita. Na sasa vile wamekuita, kile wanataka utafanya. Kuna watu wengi sana wameolewa wapendwa bila kutaka watu ambao wamewaoa. Walienda tu lunch na wakajipata wamefuata huyo mtu. Na wamekaa hilo boma miaka mingi sana, wanateswa lakini hawezi kutoka. Maana mapenzi yalikamatwa. The will of man can be compromised, can be subverted. Mnakumbuka mfalme alikuwa na mabinti wangapi? Mfalme wa Ahasuero alikuwa na mabinti wangapi ambao alistahili kuoa? Aliletewa wangapi wakati wa kuolewa kwa Malkia Esther? Praise the name of Jesus. Hakuna mtu atataka chocolate aende naye nyumbani leo. How many maidens were presented before King Ahasuerus from whom he was to choose? Walikuwa mabinti 200,000. Bwana asifiwe. Mabinti 200,000. Lakini Ahasuero hakuoa yule mtu alitaka. Kuna vile alifanywa akamuoa nani? Sisi na nyinyi mjue hizi siri, maana wana wagiza wanawafanyia. Kuna mtu anataka mume wako, kuna mtu anataka mke wako. Na ameapa na anasema nitamtoa kwake. Ni mwana wa kuzimu. Maana anaona ile nyota amebeba na wewe unalala. Ahasuero ndiye amchukue Esther, kuna kitu alifanyiwa. Ni nini? Alifanyiwa maombi, na si maombi peke yake. Ni nini nyingine? Okay, hiyo alipakwa wote hao mabinti. Alifungiwa. Bwana asifiwe. Alifungiwa, akaombewa. Akaambiwa macho yako hayataona wengine. Kwao 199. Hisia zako hazitamuinukia mwingine. Maandiko yanasema Esther alipotokea sherehe ya kuchagua mabinti, si ukuwe mwerevu. Hata wana wa kuzimu wanafanya hivyo. Maana wanajua mapenzi ya mwanadamu yanaweza kugeuzwa. Kuna watu mko nao kwa ofisi moja na wanapata promotion wakiwa ni late kama kila siku na serious underperformance. Maana wanajua kule wanaenda. Wanajua kile boss akiwaona hata kama wamefika saa 6 karibu. Maria, how are you? Welcome. You are so lost. I'm happy with your performance. Na wewe ulifika saa 12. Unaulizwa hizi ndio viatu za kuja nazo ofisini. Boss haoni umekuja 6, anaona tu kiatu. Bwana asifiwe. Unamaliza siku unatoka ni saa 12, badala utoke saa 11, umejikaza mpaka saa 12 jioni. Na anakuambia unatoka kazi mapema hivi kwa nini? Maria akitoka anaambiwa thank you so much. You work so hard. Maana Maria anajua mapenzi ya mwanadamu yanaweza kubadilishwa. Wewe uko tu hapo, wewe ni head wa hard work. Tusome kitabu cha Esther 4:16. Jua mapenzi ya mtu yanaweza kubadilishwa. Roho ya mtu inaweza kunaswa akafanya maamuzi ambayo si yake. Nenda kusanya pamoja Wayahudi wote walioko Shushani, nani mfunge kwa ajili yangu. Msile wala kunywa kwa siku 3, usiku na mchana. Mimi na wajakazi wangu tutafunga kama mnavyofanya. Baada ya kufanyika hili, nitakwenda kwa mfalme, hata ingawa ni kinyume cha sheria. Ikiwa ni kuangamia, na niangamie. Amen. Praise the name of Jesus. Ikiwa ni kuangamia, niangamie. Haikustahili Malkia kuenda kwa mfalme bila mwaliko rasmi wa mfalme. Na kama angalitokea mfalme akose kumnyoshea fimbo, angestahili kuuliwa. Lakini kuna kitu kilibadilisha mapenzi ya nani? Ya mfalme. Walienda wakafunga, akawaambia nikusanyieni Wayahudi taifa nzima wakafunge kwa ajili yangu, maana naenda kufanya kitu kinyume na sheria, na hicho kitu kinaweza ni kunipeleka kaburini mfalme asiponinyoshea fimbo. Na mimi pia na binti zangu ambao wananihudumia tutafanya vile vile.
Praise the name of Jesus. Kama ni kufa, nife. Alikufa. Hakufa. Nini ilifanyika baada ya hiyo sherehe? Biblia inasema mfalme alipomuona tu Esther, hakutaka kuwaona wengine. Sherehe ilifanya nini? Iliishia pale. Some 1 verse 17. Maana alikuwa amefunga na kuomba, mapenzi ya mfalme ikabadilisha. Kwa maana tendo hili la malkia si hapo. Nataka tu hebu jaribu 2:20. Ni 2:17. Okay. Asante. Basi ikawa mfalme alivutiwa na Esther kuliko wanawake wengine wote, naye akapata upendeleo na kibali kuliko mabikira wote. Kisha akamvika taji la kifalme kichwani mwake na kumfanya malkia badala ya Vashti. Asante. Esther alipoonekana, kukawa na kupendelewa, kukawa na kibali. Wewe badala ya kushinda na kulia vile unaonewa wengine wakipendwa, vile unanyimwa madaraka kazini wengine wakipewa, nataka ujue mapenzi ya mwanadamu yanaweza kufanywa nini? Kubadilishwa upande wa Mungu ama upande wa shetani. Ukawa unatia bidii kazini, unachukiwa. Mwingine hana hiyo bidii na anapendwa. Maana kuna mahali huwa anaenda kutafuta kibali. Si wewe pia ujue jinsi ya kutafuta kibali kwa Mungu wako? Bwana asifiwe. Alifunga na kuomba na akasaidiwa kufunga na kuomba. Mfalme alipomuona akasema the party ends now. No more pageant. Akaweka kofia ya malkia juu ya Esther na ikabakia pale. Kukiwa na mabinti 200. The will of man can be bent from heaven or from hell. Mfano wa pili ni watu walitaka kufanya hivi lakini kwa nguvu za giza. Na ni vizuri ujue hivyo. Acts 23:12-14. Hawa ni watu pia walijaribu Paulo asizidi kueneza injili. Waliposhindwa kumuongoza asieneze injili, na wao walitumia hii sheria, walienda kiroho. They want to kill but they are applying a spiritual principle. Bwana Yesu asifiwe. Wanataka kumuua mtu wa Mungu lakini wanajua kanuni za kiroho, kwamba kugeuza mapenzi, wameshindwa kumzuilia, wameshindwa kumshawishi awachane na injili, lakini now they are engaging a spiritual gear. Maana wanajua mapenzi ya mwanadamu yanaweza kubadilishwa kiroho. Soma Matendo ya Mitume 23 mstari wa 12 hadi 13. Kulipopambazuka, Wayahudi wakafanya shauri pamoja na kujifunga kwa kiapo kwamba hawatakula wala kunywa mpaka wawe wamemuua Paulo. Praise the name of Jesus. Ambia mtu hata waganga na wachawi ufunga. Ambia mtu waabudu ibilisi ufunga. Maana wanajua mapenzi ya mwanadamu yanaweza kugeuzwa kutumia kanuni za kiroho. Walikusanyika zaidi ya wanaume 40, wakasema hatutakula, hatutakunywa mpaka huyu binti atoke kwa mume wake. Mpaka huyo mtoto yuko shule ya achane na university. Mpaka hiyo biashara ifungwe. Mpaka hayo maono wanajisifu nayo yafike mwisho. They do that. Sema sisi hatutakula, hatutakunywa, na kusudi letu ni kumuua nani? Paulo. So they know ukishindwa kwa njia za kimwili unaenda kiroho. That is what bends the will of man. Na walifanya hivi kwa nini? Wakamwendea mfalme wakamwambia, mtume, sema tunataka kusikia kitu maalum kutoka kwake. Wakati atakuwa analetwa tutamuua akija. So walikuwa wanafunga wapate nguvu, wakienda kuzungumza na mfalme, mfalme abadilishe mawazo, amwachilie nani? Paulo, wapate kumuua. The same thing Esther na wenzake walifanya, kufunga na kuomba ili mfalme ampe kibali na kupendelewa, na wao walifanya wapate kibali na kupendelewa mbele ya mfalme, mfalme awape Paulo wamuue. Ni vibaya sana mtu wa Mungu wakati wana wagiza wanatembea na kufanya bidii kama hii na wewe umelala kubadilisha mapenzi yako. Sikia tu, niliamua tu niwache hiyo course. Niliona tu nimechoka na hiyo kazi. Niliamua tu, si wewe uliamua. Uliamuliwa. Mapenzi yako yalinaswa yakabadilishwa. Mtoto ameamka asubuhi moja, mtoto mdogo
ati sitaki shule. Utaki shule yake? Daddy sitaki shule. Kuna kamoja tuliombea hapa majuzi. Sitaki shule. Na mkinilazimisha kuenda nitajinyonga. Haya. Mtoto wa miaka 10 anajua kujinyonga. Na anajua akilazimisha kuenda shule atajinyonga. Na mama amekuwa mkali, anataka kupasua roho. Nitakunyorosha. Hilo pepo, na anajua ni pepo, maana anamwambia hilo pepo linaongea ndani yako. Nitakunyorosha litoke. Mimi si baba yako. Anambia mama, pepo haitolewi na kiboko. Wili ya huyu mtoto imenaswa. Mapenzi ya huyu mtoto yamenaswa. Mtoto amependa shule, hana uko na shida na walimu? Hapana. Kuna mtoto amekuchokoza? Hapana. Tunaweza kuenda kuona. Anambia shida si mwalimu. Na anaongea kwa ujasiri wa mtu mzima. Na ni mtoto wa miaka 10 grade 5. Sitaenda. Usipojua haya mambo, mtoto wa Mungu, utawezwa sana na watu kwa urahisi. Maana dunia tunakaa na ngano na magugu. Wana wa ibilisi wako hapa, na hiyo ndio kazi yao. Usipopigana utabaki vile. Utakuwa unawezwa tu. Unakuwa program. Vitu zote umepanga kufanya zinageuzwa. Wewe unageuza tu mawazo, unageuza nia. Nimeamua niachane na hiyo course. Kuna watu tumeona university, mtu amefanya course ine akibadilisha. Alikuja education, alichange. Ameenda kufanya psychology. Amefanya psychology, imefika katikati amechange. Ameenda anthropology. Amefanya anthropology, amefika year 2 amechange. Yeye yuko pale milele. Ha graduate, hamalizi, nia imeshikwa. So ataishi akisoma tu bila graduation. Hata unamwambia si umalize hii course moja basi angalau ukuwe na degree. Ukiendelea kufanya hizi zingine ukuwe tayari umeajiriwa. Unazisoma ukiwa ako tu katikati anawacha. Akisikia new course imefika anameingia. Ameenda kufanya, never graduating, constantly a beginner. Hatimaye mpendwa, kitu ambacho kinaweza kuratibishwa kinyume na maisha yako ni maumbile kwa jumla. God's creation in general can be turned against you. Kuna kitu muhimu Daudi anasema kuhusu jua na mwezi katika Zaburi 121:6 na 7. Psalms 121 verse 6 and 7. Jua halitakudhuru mchana wala mwezi wakati wa usiku. Bwana atakukinga. Sasa sikia. Bwana asifiwe. Mchana unapigwa na nini? Na usiku mwezi. Alafu nataka usikize verse 7. Bwana atakukinga na madhara yote, atayalinda maisha yako. Kwa hivyo ndio Bwana akulinde. Jua inakupiga ama imefanywa kukupiga? Ndio Bwana akulinde na huo uovu. Mwezi inakupiga ama imefanywa kukupiga? Yes. Hivi vitu waamriwa wapendwa. Kupigwa na jua inasimamia ukavu. Vitu vyako ukianza vinanyauka. Praise the name of Jesus. Unafanya vitu vingi lakini hakuna hata kimoja kinanawiri. Maana jua imeambiwa na miale yake usiache chochote chake kifanikiwe. Na wanafanya tambiko zao na wanatoa kafara yao na kazi zako zote zinaelekezwa kwa jua. Kwa hivyo ni kuchomeka tu. Huyo ndio mtu anakuambia 2022 nilikuwa na mtumba biashara kubwa hapa ikaisha tu sielewi. 2023 nilifungua hapa wholesale ikaisha tu sielewi. Novemba mwaka huo nilifungua hapa hiki na kile ikikaisha tu na sielewi. So vitu vyake vinaisha, maana vimepeanwa nini? Vimepeanwa nini? Jua ikavimalize. Hamtapigwa na jua mchana, na usiku hamtapigwa na mwezi. Wajua sababu moja ya Mungu kutoa Abrahamu kule alikomtoa Mesopotamia alikokuwa na watu wao ni kwa sababu walikuwa wasoma nyota. Hawa mamajuzi ambao walikuja kusoma nyota ya Yesu wakati Yesu alizaliwa, we are told they were men from the east, the Magi. Magi is the word from which the word English word magic is coined. Hiyo ndio ilikuwa kazi yao. Na ndio sababu wazungu wanaita wazimu a lunatic. Luna is from the calendar of the moon.
inatokana na kalenda ya mwezi ambayo ni luna, na wanaitwa mahali wazimu wanawekwa lunatic asylum, mahali wazimu wanawekwa, na pale wana miezi ambayo mambo yao inaharibika. Naambiwa huyu ikifika mwezi wa 4 mambo yanakuwa wazimu, huwezi kukaa naye. Huyu ikifika mwezi wa 6 mambo yake yanaharibika, huwezi kukaa naye. Na kuna dini ambazo mpaka sasa zinatazamia jua, kama Waislamu wanatazamia mwezi, lazima iwe kwa muundo fulani mahali fulani kaangani, ndio sasa wafungue mambo yao. Na Uarabuni haya mambo yanafanyika sana. Mungu anasema mtapigwa na jua mchana, wala na mwezi usiku, maana nitawalinda na uovu wote. Why do you need to be protected? Jua ya kawaida haihitaji mtu kulindwa nayo. Wewe unahitaji sasa kutembea kulindwa na mtu kwa sababu ya jua, na usiku unahitaji kulindwa na mtu kwa sababu ya mwezi. Lakini Biblia inasema kuna uovu ambao hufanywa kwa jua na hufanywa kwa mwezi, ambao Mungu atakulinda na wao. Praise the name of Jesus. There's a lot that happens around God's creation in that dimension. Hivyo ndivyo Mungu amesema. Kuna jambo ambalo Mungu anamuuliza Ayubu, na ni la muhimu sana kwetu kama Wakristo. Job 38 verses 12 and 13. God's creation can be programmed against you. We are talking about spiritual programming, satanic programming of human life. Mungu anamuuliza Ayubu jambo. Ayubu 38 mstari wa 12 hadi 13. Umepata kuiamrisha asubuhi pambazuke, au kuyaonyesha mapambazuko mahali pake, yapate kushika miisho ya dunia na kuwamatua waovu waliomo. Yako inasema waovu waliomo. English version. Have you ever commanded your morning? Have you ever held the pillars of the earth to shake off the evil therein? Ndio swali lenye Mungu anauliza Ayubu. Have you commanded the morning since the days began, and caused the dawn to know its place, that it might take hold of the skirts of the earth, and the wicked be shaken out of it? And the wicked. Okay. The wicked or wickedness. Maana waovu wanatenda uovu. Wapendwa, Mungu anatuambia asubuhi huamriwa. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi huamriwa. Ardhi hushikwa, au ulimwengu au dunia, na kutikiswa ili nini iondolewe ndani yake? Waovu ama uovu. It needs to be shaken from your morning when you command that morning. Sasa swali ni, asubuhi inapoamriwa na mapambazuko kuchukua nafasi yake, tunaambiwa kuna kitu huwa ndani yake. Do you see the connection? Mnaona jinsi zinahusiana? Asubuhi inapoamriwa na mapambazuko kuambiwa kuchukua nafasi zake, kuna kutikiswa na waovu ama uovu kutolewa ndani yake. Basically the picture being painted by God is this: while we the children of God are scrambling for the dawn and the package of the day in the morning, sons of wickedness are also doing the same. Bwana asifiwe. Naye pia wanatafuta kuamrisha asubuhi na kuyapa mapambazuko mahali pake na kupanda uovu kwa hizo siku. It just does happen like that. Kuna wakati Mungu wakati anabariki Israeli, it should be in Hagai 2. Anawaambia, anawapa tarehe kamili, anawaambia kuanzia tarehe 24 mwezi wa 9 nitaanza kuwabariki. Unapajua? Just go to 2. Anawaambia tangu siku hiyo nitaanza kuwabariki.
2:19. Hagai 2:18. Tangu leo na kuendelea, kuanzia siku hii ya 24 ya mwezi wa 9, tafakarini siku ambayo msingi wa hekalu la Bwana uliwekwa. Tafakarini, je, bado kuna mbegu iliyobakia ghalani? Mpaka sasa hakuna mzabibu au mtini mkomanga wala mzeituni uliozaa tunda. Kuanzia leo na kuendelea nitawabariki. Kuanzia leo na kuendelea nitawabariki. So God has ordained a day. Amewapangia siku. Na anawaambia mmekuwa na ukavu na nyakati ngumu, lakini kuna tarehe nimepangia. Tangu siku hii nitaanza kuwabariki na kuwatenda mema. Lives are programmed spiritually. Kwa hivyo mtu angekaa ashangae, mbona kuanzia tarehe hii kumeanza baraka? Mungu alipanga. Na naye anamuuliza Ayubu, wewe je, unajua kuamrisha asubuhi? Unajua kuipa mapambazuko mahali pake? Unajua kutikisa dunia ili waovu wakaondoke? If you don't command your morning, if you don't ask God to program your days, children of darkness do that. Bwana Yesu asifiwe. Na unaweza kupangiwa. Hatutasoma, lakini nataka ni Luka 2:22, Luka 8:22. Yesu anataka kuenda kukomboa mzee mmoja ambaye amevamiwa na mapepo yanaitwa legion ama kikundi. Na lazima avuke mto Galili. Anapokaa kwa mashua wavuke, mawimbi makubwa yanatokea na Yesu anazungumza na yale mawimbi na anayaambia tulieni. Lakini nataka uone hakuwa anavamiwa kwa sababu ya mawimbi tu baharini. Alijua ni nini kinatokea. Go to same Luke 8:28. Utaona kwa nini mawimbi. Huku 22 mawimbi yametokea. Anayazungumzia, ananyamaza. 28 Luka ndio nataka uone. Tatizo lilikuwa nini? Kule Yesu alikuwa anaenda na kile Yesu alikuwa anaenda kufanya kule alikuwa anaenda. Shetani akaamua atatumia mawimbi amgarakishe Yesu baharini, aweze kufa na mitume wasifike na kumkomboa huyu mtu. Alipomuona Yesu, alipiga kelele, akajitupa chini mbele yake na kusema kwa sauti kuu, una nini nami, Yesu, mwana wa Mungu aliye juu sana? Na kuomba usinitese. Na kuomba. Hiyo ndio sababu shetani alitaka Yesu akufie baharini. Akapanga, akasema huyu anavuka, ni sisi anavukia. The next verse Yesu anamuuliza wewe ni nani? Anasema sisi ni kikundi. Sisi ni kikundi. So that day, wakati Yesu amesema tunavuka, actually ilikuwa usiku walipovuka bahari. Wakati anavuka, anaenda kufanya ukombozi, nayo mapepo yanamepanga. Yeye amepanga yapeleke ukombozi, nayo mapepo yamepanga yanasema hii siku hatavuka salama. Yeye na mitume wake lazima wafie baharini. Yesu akazungumzia bahari, mawimbi yakatulia, maana alijua ni nini anampinga. Wana wa Mungu, nimezungumzia mambo 6 ambayo mwanadamu hupangwa rohoni. 6 things in your life that can be satanically reprogrammed in the spirit. Mambo yako 6 yanaweza ratibishwa rohoni, maisha yako yawe yasivyostahili kuwa. Tuseme ya kwanza ni majira yako ya baraka yanaweza kupanguliwa. Ya pili, wanyama na wadudu wanaweza kupangwa kwa maisha yako, na tumeona maandiko. Na kila mnyama na kila mdudu ana maana yake ya kiroho. Tumeona mahali panaweza kupangwa paka kunyima baraka, paka kuletea shida pamoja na mauti vile tumeona. Tumeona pia uwezo wa mtu, human capacity can be reduced to nothing spiritually through satanic programming. Na tumesema the will of man, mapenzi ya mtu yanaweza kushikwa, akaamriwa akawa anafanya maamuzi ambaye si yake, making satanically reprogrammed decisions against your own good without your knowledge. Na ya mwisho, maumbile yote yanaweza kupangwa kinyume na maisha yako. I pray that none of us will work on satanic programs in the spirit. Naomba kwamba hakuna mtu ambaye anga yake ya kiroho itapanguliwa na kupangwa visivyo, na kupangwa kwa makusudi ya kuzimu, na kupangwa kwa njia isiyostahili, tukaishia pale ambako hatukustahili kuishia. In Jesus mighty name.
Naamini Bwana ni muweza yote yaliyonishinda mimi, anaweza. 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 Hatma yangu naamini Bwana ni muweza yote yaliyonishinda mimi, anaweza. Ana nguvu, naamini Bwana ni muweza yote yaliyonishinda mimi, anaweza. Na kazi yangu naamini Bwana ni muweza yote yaliyonishinda mimi, anaweza. Na kesho yangu naamini Bwana ni muweza yote yaliyonishinda mimi, anaweza. Kwa ndoa yangu naamini Bwana ni muweza yote yaliyonishinda mimi, anaweza. Mwambie tu Bwana, maisha yangu hayatapangwa visivyo katika jina la Yesu Kristo. Ninakataa kupangiwa maisha yangu kinyume na mapenzi yako katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu wa uweza na mamlaka, wewe ni Mungu mwenye nguvu na mamlaka. Ninalilia mapenzi yako kwa maisha yangu, ninalilia mapenzi yako kwa maisha yangu katika jina la Yesu Kristo. Mapepo hayatapata maisha yangu Bwana katika jina la Yesu Kristo. Nguvu za giza hazitapanga maisha yangu katika jina la Yesu Kristo. Wana wa kuzimu hawatayapanga maisha yangu katika jina la Yesu Kristo. Anga yangu ya kiroho haitapangwa na wana wa giza katika jina la Yesu Kristo. Kila maneno yamenenwa kinyume na hatima ya maisha yangu Bwana na wana wa kuzimu, ninatangaza katika jina la Yesu hayo maneno na yavunjike. Bwana, naliitia jina lako, Mungu wa uweza na mamlaka, Mungu wa upendo, ninaliitia jina lako, maana wote wanaoliitia jina la Bwana wataokolewa. Ndoa yangu haitapangwa na wana wa giza, watoto wangu hawatapangwa na wana wa giza, maono yangu hayatapangwa na ulimwengu wa giza. In the mighty name of Jesus, Bwana, kila program ya kuzimu, kila mipangilio ya kuzimu katika mji wa Kitengela kinyume na maisha yetu, tunayatangazia kupanguliwa na kupangwa kiungu katika jina la Yesu Kristo. Kila madhabahu ya giza yanayonena kinyume na maisha yetu katika mji wa Kitengela, tunayanenea achilia maisha yetu katika jina la Yesu Kristo.
chochote kimepangwa ndani ya jua, chochote kimepangwa ndani ya mwezi, chochote kimepangwa ndani ya nyota, chochote kimepangwa baharini kinyume na maisha yetu, tunayaamuru yakapanguliwe in the mighty name of Jesus. Kila matarajio ya wana wa giza kinyume na maisha yetu, kinyume na huduma hii, kinyume na nyumba zetu, tunatangaza kwa jina la Yesu, hayo matarajio hayatatokea, maana utasimama kama Baba, utasimama kama Bwana in the mighty name of Jesus. Kila chochote Bwana kimetabiriwa kinyume na mwaka wa 2025, kinyume na maisha yetu, tunapangua, tunatangaza mipangilio ya mbinguni juu ya maisha yetu katika jina la Yesu. Siku yoyote imeratibishwa katika kalenda ya kuzimu kama siku ya kushindwa kwetu, kama siku ya kuwezwa kwetu, kama siku yetu ya kupigwa, kama siku yetu ya kufurushwa, tunapangua Baba in the mighty name of Jesus. Tunapangua Mungu wa miungu in the mighty name of Jesus. Tunapangua mfalme wa wafalme in the mighty name of Jesus. Wewe ni Baba, Bwana Mungu wa mbingu na nchi, wewe ni mfalme mweza yote katika jina la Yesu. Israeli wakaambiwa baada ya miaka 400 watarudi nyumbani kwao, lakini miaka 30 baadaye wana wa kuzimu wakawa wamewashikilia. Mwambie Baba, utumwa wowote ambao ulinitoa na nguvu za giza zingali zinanishikilia, ninaamuru vita vyako, malaika wako wenye panga za moto wakaandame kila roho ya kuzimu iliyonishikilia katika vifungo pale uliponiweka huru in the name of Jesus. No more delay. No more delay in the name of Jesus. Every spirit of darkness holding me back from my freedom, from my liberty, from my goodness, Baba tawanya, Baba shughulikia. Wewe ni moto ulao. May your fire fall and consume every evil altar and the evil priest upon the same in the name of Jesus. Sitazuilika Baba, sitazuilika kuingia kwa uhuru wangu, sitazuilika. Majira ulionipangia hayatacheleweshwa katika jina la Yesu. Ninakataa Baba roho wa kuona bila kula in the name of Jesus, in the name of Jesus. Wakati Bwana utele unakuja, wakati afya inakuja, wakati uhuru unakuja, wakati mambo mema yanakuja, ninakataa Baba roho wa kuona bila kufaidi in the name of Jesus. Kataa majira yako kukuacha, kataa wengine kula wewe ukiona katika jina la Yesu Kristo. Akaambiwa mtu yule na Elisha, utaona lakini hutakula. Akatolewa ofisini, akawekwa langoni, akakanyagwa na watu, akawa ameona lakini hakula. Ninatangaza Baba, baraka zinapokuja watu wako wataona, watu wako watakula katika jina la Yesu. Majira ya uhuru, uhuru kutoka kwa magonjwa, uhuru kutoka kwa kila aina ya vita, uhuru kutoka kwa manyanyaso. Baba unapokuja watu wako hawatazuilika in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Tangaza utaona na kula kwa neema ya Baba wa mbinguni. Watoto wako wataona na kula kwa neema ya Baba wa mbinguni. Huduma hii itaona na kula in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Tangaza Baba, Bwana Mungu wa mbingu na nchi, hatutapigwa na jua mchana wala na mwezi usiku katika jina la Yesu. Kila majira ya kishetani tunayakataa kwa maisha yetu katika jina la Yesu. Kila ratiba ya kuzimu kinyume na maisha yetu tunaitangazia haitatimia, tunaitangazia haitafanyika in the mighty name of Jesus. Wewe ni Bwana wa mabwana, wewe ni Mungu wa miungu, wewe ni mfalme wa wafalme, wewe ni mtakatifu wa Israeli, wewe ni Mungu usiyeshindwa, wewe ni Mungu aweza na mamlaka katika jina la Yesu. Nyota hazitapangwa kinyume nasi, mwezi hautapangwa kinyume nasi, jua haitapangwa kinyume nasi, bahari na maji haitapangwa kinyume nasi. Wewe vyote declare in the mighty name of Jesus. Bwana katulinda na uovu wote katika jina la Yesu. Bwana itikishe ardhi ikatapike uovu wote. Bwana itikishe dunia ikatapike uovu wote in the name of Jesus. Wema wako na fadhili zako
ziandamane nasi siku zote za maisha yetu katika jina la Yesu. Mawazo yetu hayatatekwa na wana wa giza in the mighty name of Jesus. Maamuzi yetu hayatatekwa na wana wa giza in the mighty name of Jesus. Our will, oh God, will not be satanically reprogrammed in the name of Jesus. We will not be programmed for negative decisions in the mighty name of Jesus. Mapenzi yako yakiongozwa na Roho Mtakatifu ndani yetu ndio pekee tutakayoyafanya in the name of Jesus. Mwambie Bwana, kila mnyama ametumwa kutekeleza majukumu ya giza maishani mwetu tunayapinga na kuyakataa. Tunayatangazia kwa jina la Yesu yameshindwa. Jinsi Musa Bwana akiwa na fimbo la kiungu, fimbo yake ilimeza kila mnyama wa giza. Wacha fimbo yako kwa maisha yako ikameze kila mnyama wa giza katika jina la Yesu Kristo. Wadudu walio kwangu, wanyama katika ndoto zangu, Bwana kabiliana na wao in the mighty name of Jesus. Wale nyoka wa kuniuma ndotoni, kabiliana na wao katika jina la Yesu Kristo. Hawakomba mwiko wasiosikia dawa na makusudi yao ya umaskini, Baba kabiliana na wao katika jina la Yesu. Kila simba na chui wako niwenda ndotoni, Bwana kabiliana na wao in the name of Jesus. Hakuna mtoto wa giza, hakuna mlamba wa giza hatutaathirika kwa jina la Yesu. Hatutaathirika na wanyama na wadudu wa giza. Kila ndovu aliyetumwa kunivamia ndotoni, wacha angolewe kichwa kwa upanga wa malaika katika jina la Yesu Kristo. Kila mbwa walionivamia ndotoni, wakatiwe pingu za Bwana, watangolewe shingo kwa jina la Yesu in the mighty name of Jesus. Kila nyoka aliyevamia boma langu kwa ulimwengu wa asili na wa roho, Baba kabiliana na wao, tuwatangaza in the mighty name of Jesus. Kila kunguni Bwana, kila mende wasiosikia dawa, kabiliana na wao kwa jina la Yesu. Mwambie Bwana, kabiliana na wao. Wacha wakafagiliwe kwa fagio za moto, wafagiliwe kwa fagio za moto, wafagiliwe kwa fagio za moto, wafagiliwe kwa fagio za moto katika jina la Yesu. Mwambie Bwana, kila mwana wa kuzimu anayepangia maisha yangu kuzimu, anayeratibisha maisha yangu visivyo, Bwana kabiliana na wao katika jina la Yesu. Kabiliana na wao katika jina la Yesu. Every satanic program on an evil altar programming my life, Lord, thunder from heaven, let them be routed. Let them be routed in the name of Jesus. Every satanic priest drawing a satanic calendar for my life, Lord, you are thunder against them. Let your lightning strike them. Those that are trying to summon my spirit, wanaoita nafsi yangu kwa madhabahu ya giza, ninatangaza sitaitika. Sitaitika nikiwa macho, sitaitika usingizini. Watoto wangu hawataitika, mme wangu hataitika, mke wangu hataitika, kila mtoto wangu wa kiroho hataitika. I declare in the name of Jesus, we will not respond to their summons in the name of Jesus. Wanapoyataja majina yetu kwenye ulimwengu wa giza, wacha ghadhabu yako ikawashukie. Alivyopiga mayowe mchawi wa Endori, alipoinua nafsi ya Samueli kwa kutembelewa na Sauli, mwambie Bwana, watapiga mayowe, ghadhabu yako itakaa juu yao in the name of Jesus. Mwambie Bwana, mwezi wa 4 sitapangiwa kuzimu, mwezi wa 5 sitaratibiwa kuzimu, mwezi wa 6 sitaratibiwa kuzimu, mwezi wa 7 sitaratibiwa kuzimu, mwezi wa 8 sitaratibiwa kuzimu, mwezi wa 9 sitaratibiwa kuzimu, mwezi wa 10 sitaratibiwa kuzimu, wa 11 na wa 12 naitia Baba miezi hii wakfu kwako. Ninatangaza kila mwana wa giza anayeratibisha maisha yangu ulimwenguni wa kiroho hataweza katika jina la Yesu. Wanapokutaka kutaja majina yetu, watataja majina yao na watoto wao
katika jina la Yesu Kristo. Wanapotuita Bwana hatutaitikia, tunatenganisha nafsi zao na wao. We could disconnect our souls from them. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Mwambie Bwana, kila eneo la dunia limenatibishwa kinyume nami. Kila mahali nilipopangiwa kama mahali pa ajali. Kila maji ya baharini na ya mito iliyopangiwa kunibeba. Kila moto uliopangiwa kuniangamiza, kama ni moto wa umeme ama wa gesi, ninatangaza moto hautatuathiri katika jina la Yesu. Kama ni nyota na jua na mwezi, tunawatangazia katika jina la Yesu. Kila uovu umepangwa ndani yenu kinyume nasi, hautafanikiwa. Hautafanikiwa. Anga hautafanikiwa kinyume nasi. Tapika kilichopandwa ndani yako kinyume nasi. Ardhi tapika kilichopandwa ndani yako kinyume nasi. In the mighty name of Jesus. Ratiba ni moja tu kwa maisha yetu, na ni ratiba ya mbinguni, na ni ratiba ya Baba aishiye milele, na ni ratiba ya Mungu wa miungu, na ni ratiba ya Bwana wa mabwana. Kila ratiba ya adui zetu kinyume nasi tunazitangazia kutapikwa katika jina la Yesu. Kila uovu umepangwa ndani ya nyota na jua na mwezi kinyume nasi, tunatangaza zinatapikwa katika jina la Yesu. Kila kalenda ya kuzimu kinyume na maisha yetu tunayatangazia haitafua dafu, haitafanya kazi, imeshindwa kwa jina la Yesu, inatapikwa kwa jina la Yesu. Tunaitangazia wataipokea hukumu ya Bwana. Ratiba ya magonjwa, pokea hukumu ya Bwana. Ratiba za mauti, pokea hukumu ya Bwana. Ratiba za kufutwa kazi katika jina la Yesu, pokea hukumu ya Bwana. Ratiba za kuvunja maono yetu kwa jina la Yesu, pokea hukumu ya Bwana. Ratiba ya kututawanya, ratiba ya kutushusha, ratiba za kutupiga vita, Bwana pangua. Bwana pangua kwa jina la Yesu. Bwana tulinde na uovu wote. In the mighty name of Jesus, you are our hope and our trust. Your word says, they that call on the name of the Lord shall be saved. Save us, King of glory. Save our children. Save this congregation. Save your people. Save they that call on your name. Save your children from every satanic programming. In the mighty name of Jesus. Njia zao ziwe giza na telezi, katika jina la Yesu Kristo. Baba, futa majina yetu kwa akili zao, wajiume ndimi zao wanapotaka kututaja katika madhabahu ya giza, katika jina la Yesu. Satanic programs in the month of April be vomited in the name of Jesus. Be vomited in the name of Jesus. Tunalilia mapenzi yako Baba, tunalilia ratiba zako Baba, tunalilia kalenda yako Baba, katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Uliwaambia Waisraeli tangu tarehe 24 mwezi wa 9 nitaanza kuwabariki. Nami natangaza Baba, tangu leo, oh God Almighty, in the mighty name of Jesus, tangu mwezi huu Baba, in the name of Jesus, tangu tarehe 16 mwezi wa 4, watu wako wanaanza kubarikiwa, watu wako wanaanza kuwekwa huru, watu wako wanaanza kupiganiwa, watu wako wanaanza kulindwa na wewe, watu wako wanaanza kuinuliwa. Ratiba ya mbinguni na wafanyia kazi, kalenda ya mbinguni na wainua, inawatenga na magonjwa, inawatenga na umaskini, inawatenga na milango iliyofungwa, inawatenga na madeni, inawatenga na mishale ya kuzimu, inawatenga na mizigo ya giza. In the mighty name of Jesus. Zia tarehe 16 mwezi wa 4, watu wako wanawekwa huru Baba, katika jina la Yesu Kristo. Kama fedha zao ziliwekwa Bwana kwa madhabahu ya giza, kama wadudu na wanyama walipewa vitu vyao kulalia, kama mabaki ya vyakula vyao vilipelekwa kuzimu, kama majina yao yaliandikwa yakawekwa kwenye madhabahu ya giza. Baba, wewe ni moto ulao, achilia moto dhidi ya madhabahu ya giza. Kila Jambres na Janes waliochukua majina yetu wakayaandika kwenye rutuba za kuzimu, tunatangaza leo zinapanguka. Moto wa mbinguni unafagia
Ghadhabu ya Bwana inawafikisha mwisho. Malaika za Bwana wanatupigania, wanaweka wana wa Mungu huru, wanaweka afya zetu huru, wanaweka biashara zetu huru, wanaweka ndoa zetu huru, wanaweka ajira zetu huru, wanaweka maisha yetu huru. Malaika za Bwana, in the mighty name of Jesus. In the name of the Lord Jesus. Kuanzia tarehe 16 mwezi wa 4 masomo ya wana wa Mungu inafunguka katika jina la Yesu. Kuanzia tarehe 16 mwezi wa 4 ndoa za wana wa Mungu zinafunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Kuanzia tarehe 16 mwezi wa 4. Hiyo ndiyo ratiba ya mbinguni. Huo ndio mpango wa mbinguni. Hilo ndilo kusudi la mbinguni. Wana wa Mungu wanawekwa huru. Ndoa zetu zinawekwa huru. Afya zetu zinawekwa huru. Mapato yetu yanawekwa huru. Maono yetu yanawekwa huru. Huduma hii inawekwa huru. Kitengela inawekwa huru. Taifa la Kenya linawekwa huru. In the mighty name of Jesus. 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 Waliopanda maumivu kwa maisha yetu, wacha wapokee maumivu yao kwa jina la Yesu. Unasema wewe haudhihakiwi Mungu wetu, apandacho mwanadamu ndicho atakachokivuna. Waliopanda Bwana madhabahu ya giza kwa maisha yetu, wacha yakayavune kwa jina la Yesu. Waliopanda kilio kwa maisha yetu, wacha ratiba zao ziwageuke na kuwapiga wenyewe katika jina la Yesu. Kila Janes na Jambres waliotuma wadudu na wanyama wa kuzimu kwa maisha yetu, wacha wanyama wao wakawaangamize wenyewe katika jina la Yesu. Hakuna kati yetu atakayeumwa na nyoka katika ndoto na ulimwengu wa asili. Hakuna atakayeliwa na simba, hakuna atakayeumizwa na wanyama wa mwituni, hakuna atakayebebwa na maji ya mafuriko, hakuna atakayeangukiwa na jengo, hakuna atakayeangamizwa na majambazi, hakuna atakayepatwa na risasi za askari, hakuna ratiba za kuzimu zitakazofanikiwa. We cancel every satanic program in the mighty name of Jesus. We declare the heavenly calendar over our lives. We declare the perfect will of the living God of every aspect of our lives in the name of the Lord Jesus. Reign, Holy Spirit, reign. Reign, power of the living God in our lives in the mighty name of Jesus. Lord, your word says, when the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against you. Holy Spirit of the living God, lift up the standard against every satanic program in our lives. In the name of Jesus, lift up the standard against every missile of the enemy, against every satanic calendar and program. In the mighty name of Jesus.